Bethel Clouds TV, empowering lives.
makofi kwa huyu Mungu wetu. Wewe ni mkuu sana, hakuna kama wewe. Wewe ni mkuu, wewe ni mkuu. Umejaa rehema, umejaa neema, umejaa neema. Akama tekwa
Wanawadi kwa Yesu, wanawadi kwa Mungu.
Jesus. We give him the glory. Yeye peke yake amestahili. He's worthy of our worship. He's worthy of the glory. He's worthy of our honor. He's worthy. Wana wastahili. Somebody declare Jesus, you are good. Lord, you are good. Simtutameni mcheze Bwana. Huyu ambaye ametupatia uzima wa milele. Himidiwa, himidiwa, himidiwa. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe umetutenda mema. Bwana Yesu. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe Bwana. Inuliwe umetutenda mema. Tunakuinua Mungu wa wokovu wetu. Inuliwe umetutenda mema. Bwana Yesu. Inuliwe Bwana wa mabwana. Inuliwe siku zote. Nasema inuliwe Mungu wa miungu yote. Inuliwe umetenda mema. Bwana Yesu. Inuliwe Bwana wa mabwana. Siku zote. Inuliwe umetenda mema. Bwana tunakuinua dara ya ushindi wetu. Inuliwe unayetenda mema. Bwana Yesu. Inuliwe Bwana wa mabwana. Haleluya. Inuliwe umetenda mema. Umetenda mema. Umetenda mema. Yesu unatenda maajabu. Umetenda mema. Unayetenda mambo makubwa. Umetenda mema. Unatenda mema. Umetenda mema. Unatenda mema. Umetenda mema. Unatenda mema. Umetenda mema. Unatenda mambo makuu. Umetenda mema. Unayetenda maajabu. Umetenda mema. Unatenda hata sasa. Umetenda mema. Unatenda hivi leo wewe. Umetenda mema. Unatenda mema. Umetenda mema. Unatenda mema. Umetenda mema. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. 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 Ninakuinua Baba, ninakuinua Yesu. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. Tunakuinua Baba, tunakuinua Yesu. You are good, your mercy is forever. Hallelujah. Lord, you are good, your mercy is forever. Hallelujah. Lord, you are good, your mercy is forever. Hallelujah. We sing hallelujah. Say you are good, your mercy is forever. Hallelujah. Hallelujah. Jehovah. You are the most high. He's the most high God. You are the most high God. The King of glory. You are the most high. Ruler of the coast and ruler. You are the most high God. Jehovah Shammah. You are the most high. Your kingdom is everlasting. You are the most high God. Jehovah Jireh. You are the most high. Jehovah Rapha. You are the most high God. Oh, you are good. Your mercy is forever. Hallelujah. Somebody sing hallelujah. You are good. Your mercy is forever. Hallelujah. Sing hallelujah. Lord, you are good. Your mercy is forever. Hallelujah. We sing glory, hallelujah. Jehovah. You are the most high. That's who
of kings and the Lord of lords you are. The great and mighty God you are. The everlasting Father you are. Wewe ni mwema. Wewe ni mkuu sana. Wewe ni mkuu juu ya wakuu. Wewe ni mkuu juu ya watawala. Wewe ni Bwana. Wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu mkuu. Tukufu na nguvu zina wewe. Uwezo na mamlaka zina wewe. Umetukuka, twakuheshimu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua na kuabudu. Umetukuka Bwana Yesu, umetukuka. Twakuheshimu. Hakuna Mungu mwingine badala yako. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu mkuu. Wewe Mungu. Iwe Baba. Baba yangu. Twakuinua Bwana. Twakuinua. Yesu umetukuka sana. Umetukuka juu ya miungu yote, juu ya falme, juu ya mamlaka yote. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, nakuinua juu. Twakuinua. Yesu umetukuka sana. Umetukuka na hekima yote. Twakuheshimu. Juu ya elimu na usomi. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe ni Baba. Baba yangu, nakuinua. Twakuinua. Twakuabudu Yesu. Umetukuka. Yes, Bwana Yesu. Twakuheshimu. Hakuna mwingine kama wewe. Wewe Mungu Baba yangu, tunakuinua, tunakuabudu. Twakuinua, twakuabudu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuheshimu, tunaliinua jina lako Mfalme. Tunasema ni asante Mungu wetu ajabu. Tutamani uwepo wako Bwana utembee pamoja nasi. Tutamani Mungu wetu wa majeshi ukatunenee siku ya leo, tuhudumie jinsi utakavyo. Kusudi na mapenzi yako Bwana wache yakafanyike. Ni kwa ajili yako Mfalme. Hawa watu wote wametoka mbali kwa ajili ya kuwa na ushirika na wewe Mfalme. Kubali kuonekana katika maisha yao. Kubali Bwana Mfalme wa kuona waliokuja na matarajio tofauti tofauti. Uweponi mwako wacha Bwana Mfalme wakafarijike. Wacha wakaone kusudi lako Mfalme. Wacha neema yako Bwana itawale mara hapa. Jina lako litukuke Mfalme wa amani. Pokea sifa, pokea shukrani Jehova. Hatuna mwingine wa kuabudu ila tu ni wewe. Wewe ndiye tu ambaye Bwana tunainua siku ya leo. Na tumekimbia katika madhabahu siku ya leo, unene nasi. Tuongoze jinsi utakavyo. Yote. Neema yako ishuke kwa wote ambao wamebeba mizigo.
Mizigo hiyo ambayo imewasumbua kwa miaka mingi wakaiachilia kwa jina la Yesu. Neema yako Bwana ifanye kazi katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu hii ni yako Mfalme, fanya vile utakavyo kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri katika jina la Yesu. Hallelujah. I think you can do better than that in Jesus name. Hallelujah. Amen. Amen. Salimia rafiki aliyekaa upande wako wa kulia na wa kushoto. Mwambie karibu katika nyumba ya Baba. Mahala hapa kuna amani, mahala hapa kuna uwepo wa Bwana. In Jesus name. Pia mwambie kwamba tarajia muujiza wako. Tarajia baraka zako. Na hata uponyaji tarajia siku ya leo kwa jina la Yesu. In Jesus mighty name. Amen. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni siku nyingine tena nzuri, tunafurahi kwa ajili ya Bwana kutukusanyisha tena mara tena kwa ajili ya kutunenea na kwa ajili ya kumwabudu. Bwana asifiwe. Na nashukuru siku ya leo kwa sababu najua ya kwamba Baba yuko mahali hapa na atakutendea muujiza. Atakutendea kile ambacho umekuwa ukitamani. Hata zaidi ya vile ambavyo ungedhani. Mungu wetu ni mwaminifu. Praise the name of Jesus. Amen. Chukue nafasi hii kushukuru mtumishi wa Bwana Apostle Ndora Waroinge kwa sababu ya kututunukia nafasi kama hii kusimama mbele zenyu siku ya leo tukaweze kuwa na nafasi ya kushiriki neno la Bwana. Kwa hivyo semeni mtumishi wa Bwana abarikiwe. Amen. Pia uongozi wote wa kanisa kama hili nachukua kushukuru kwa ajili yenu. Najua mchungaji anaweza taka ukuje hapa na uongozi useme si wakati huu. Bwana asifiwe. So wale wote ambao wanasaidiana na mtumishi wa Bwana kwa ajili ya kazi hii, Mungu wetu akaweza kuwabariki. Na kwa kila mmoja ambaye ni mshirika katika kanisa hili, may God bless you. Hata kwa ajili ya kuja kwa ibada siku ya leo, wacha Mungu wetu akakutende mema. Bwana asifiwe. Jina langu naitwa mchungaji Peter Maina. Yesu ni Bwana, kutoka kule mji wa Molo, kaunti ya Nakuru. Na nafurahi kwa sababu ya mara tena Mungu ametutunukia nafasi hii. Ni juma letu la pili. Nilikuwa hapa siku ya Jumapili iliyopita. Ni neema kubwa. Bwana asifiwe. Na Mungu wetu ametenda mema. Pia nichukue nafasi hii kushukuru watu wengine. Nimekuja kujua kanisa hili linafuatwa na watu wengi katika mitandao. Katika wakati wa ushuhuda nimesikia watu wengi pia wamekuwa wakitazama kwa mitandao. Kwa hivyo kanisa la wale watu ambao wako online, semeni Mungu awabariki. Amen. Waendelee kutufuata na Mungu wetu atazidi kuwatenda mema katika jina la Yesu Kristo. Amen. Hallelujah. Nikubalia sasa tuingie katika neno la Bwana, na kwa sababu tu ya dakika zangu chache ambazo ninaweza tamani kwanza tuelekee mahali ambapo tuliacha la Sunday, maana tumekuja tena tuendeleze ujumbe tuliokuwa nao mahala hapa siku ya Jumapili. Bwana asifiwe. Nikawa tumeanzisha ujumbe hapa ambao unaitwa Dimensions of Giving. Praise God. Na tukaangalia mambo kadha wa kadha, tukaona vile ambavyo Mungu wetu anatenda kazi nasi na pia vile ambavyo ametenda pia kwetu. Bwana asifiwe. Na vile tunaweza kujitoa. Kwa hivyo kwa dakika hizi angalau tu kwa sababu ya wale ambao hawakuwa hapa, nichukue dakika kama 10 peke yake kuhighlight tu mambo ambayo tulisoma la Sunday, alafu sasa tuingie mahali ambapo nataka tuanze leo na tutaweza kubarikiwa. Bwana asifiwe. Tutaweza kufuatana pamoja nami. Najua napenda kusoma maandiko mengi na utafuatana na mimi. Lakini naomba ya kwamba sijui nimezoea kule kwetu kanisani na kuwa na mtu ambaye anajua kufungua Biblia haraka haraka kwa sababu ya kusave time. Angalau kama ni Biblia ya Kiswahili anaweza fungua haraka haraka, apewe microphone, anaweza kuja akae hapa. Nikisema tu ndio tunafanya haraka haraka, sitakuwa vizuri? At least nani hapa anakuwa chap chap? Kwa hiyo mtumishi wa Bwana. Amen. Hata hapa uko sawa. Praise God. Amen. Hallelujah. Angalau ndio tuweze kufanya haraka haraka. Najua vyombo inaweza kuwa sometimes inatatiza kidogo kuweka haraka haraka, lakini si hata wale wako kule wanatuwekea, wanafanya kazi nzuri. Semeni wabarikiwe. Amen. Kwa hivyo nataka at least unikubalie ndio wote tuweze kuwa pamoja. Tulianza John 3:16 ndio ilikuwa foundation ya somo letu, na tukaanza pale John 3:16 ambayo utatusomea haraka haraka. Amen. John 3:16.
John 3:16 nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu Amen. hata akamtoa mwana wake wa pekee, Yes. ili kila mtu atakayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Amen. God bless you. Tulianza hapo na ndio neno letu la msingi hata siku ya leo, ya kwamba tulikuwa tunaona vile ambavyo Mungu alipenda dunia. Praise God. Hadi yeye mwenyewe akatoa. So tukaona ya kwamba wakati alipenda, kitu ya kwanza ni kutoa. Alitoa. He so loved the world, he gave. Tukasema ya kwamba kupeana au kujitoa huwa kunafuatana na upendo. Praise God. Ukipenda kitu unatoa. Ukipenda hata kanisa utajitoa. Praise God. Na tukaona kwa sababu ya upendo vile ambavyo Mungu alipenda dunia, ya kizungu inasema for God so loved the world. Praise God. That he gave his only begotten son. Na tukaona ya kwamba huwezi tuambia unapenda kitu ambacho wewe mwenyewe huwezi peana kwa ajili yake. Huwezi toa kwa ajili yake. Praise God. Hallelujah. Wengi wetu najua mna miradi, mna projects, mna mambo mengi. Kile ambacho unapenda unapata ya kwamba kuna vile ambavyo unatoa mambo fulani au una save kwa ajili ya project fulani. Sasa naye Mungu kwa sababu ya upendo wake, he gave. Praise God. Kumbuka tunaangalia dimensions of giving. So God hapa anaanza kwa kupeana. Na amepeana nini? Mwana wake wa pekee. His only. Kusema his only ni kumaanisha ya kwamba ni yule alikuwa naye na wa kipekee, lakini ameamua kumtoa. Bwana asifiwe. Anatoa wa kipekee kwa ajili ya upendo. Praise God. Yaani ana vitu vingine, lakini ameamua hii, hata kama naipenda sana na naienzi sana, naweza achilia kwa sababu kweli napenda dunia. Bwana asifiwe. Amen. Sasa nikasema tu ni kuhighlight kile ambacho tulikuwa tunafanya ndio tufike katika ujumbe wa leo. Tukasema ya kwamba madhabahu ile kubwa zaidi katika dunia ni madhabahu ya the altar of giving. Praise the name of Jesus. The altar of giving. Kwa hivyo madhabahu kubwa zaidi ni ya kupeana, kutoa. Bwana ametoa, amemtoa mwana wake wa pekee kwa ajili ya dunia. Praise the name of Jesus. Sasa tukaenda Ephesians 5:1 ambapo tulisoma pia. Hautakuwa unagojea na at least ndio tunafanya 5:1. Na tuone sasa baada ya Yesu kutolewa katika dunia. Hapo ndio tulianza tukasema ya kwamba kuna vile unaweza toa, lakini baada wewe kutoa kile umetoa nacho kikatae Bwana asifiwe. Amen. Kutumika kama vile Bwana anavyotamani. Sasa hebu tusikie Waefeso 5 mstari wake wa kwanza. Hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaompenda. Mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi. Tena akajitoa kwa ajili yetu. Akajitoa kwa ajili yetu. Sadaka na dhabihu. Kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Praise the name of Jesus. Amen. Baada ya Yesu kutolewa na Mungu, naye ameamua kujitoa kwa dunia. Bwana asifiwe. Akaamua yeye mwenyewe kujitoa kama dhabihu ambayo itakuwa ni ya dhamana na ya manukato. Ya kizungu inasema ya kwamba inasema pale and walk in love as Christ and rudi to 1 au kaa hapo kidogo. Be ye therefore followers of God as dear children. And walk in love. Bwana asifiwe. Yesu alitolewa kwa upendo. Naye Yesu anasema ya kwamba atembee kwa upendo. Praise God. Hallelujah. Na anasema ya kwamba as Christ also hath loved us and hath given himself for us as an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling. Jasoma ya jina savor. Amen. Yani akawa manukato mazuri mbele za Mungu na mbele za watu. Yani watu wakisikia tu vile ananuka wanasikia huyu ananuka tu kama Mungu. Huyu hata harufu tu ni ya Mungu. Huyu amejitoa kama dhabihu. Vile Mungu alitoa dhabihu
ya kipekee, naye ameamua kutoa, anakuwa dhabihu. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Anajipeana, anajituma. Praise God. Atembee na huo upendo, atembee hallelujah na upendo, kama vile Mungu alimtuma kwa upendo, na yeye atembee kwa huo upendo, naye ajitume kwa huo upendo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Akajitoa. Hapo ndio tulisema ya kwamba ndio uwezi na wewe, baada ya Mungu kukupea kile amekupatia, praise God, ni vizuri na wewe mwenyewe unafanya hivyo hivyo kwa upendo. Praise God. Hallelujah. Hata mimi nakuhubiria kwa upendo. Bwana asifiwe. Kwa sababu si Bwana amepeana message kwa upendo, na sisi tutoe kwa upendo. Hallelujah. Wale waibaji watuimbie kwa upendo, watuimbie kama dhabihu ambayo ina manukato mazuri. Wale wanaongoza kazi ya Bwana the same. Praise the name of Jesus. Kwa kila idara Mungu amekuwezesha, itumike kwa upendo. Kama wewe ni daktari, tibu watu kwa upendo. Kama wewe ni mwalimu, fanya ualimu kwa upendo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kazi yoyote ambayo Bwana wewe mwenyewe amekuaminia, unaifanya kwa upendo. Naonaga watu wengine vile ambavyo wanatumikia Bwana kwa hasira, wengine kwa manuguniko. Praise the name of Jesus. Sijui kama hapa kuna kuwaga hivyo kwetu kanisani. Naonaga wakati mwingine unaweza jua watu kama wiki ilikuwa nzuri kama haikuwa mbaya. Praise God. Especially kama saa hizi tuko tarehe 23. Tuko sasa wanasema mwezi uko babaya. Sasa hapa unajua watu wajalipwa mshahara. Unakutaka hata kanisani ndio praise and worship, msikasirike. Ndio ulikuwa unaona watu hawezi ruka hivyo, mnaruka. Wanashindwa tunarukia nini? Akiguza mfuko inakuambia hakuna kitu ya kurukia. Sasa unaona watu wanaimba praise ni kama worship, ni kwa sababu mfuko ni mbaya. Praise the name of Jesus. Lakini kuja tarehe 5 kuanzia 5, 10 utaanza kuona hata worship wanarukaruka worship. Hallelujah. Bwana asifiwe. Kwa sababu mambo si mabaya. Akikumbuka tu ka account kaliingia kitu jana, ka message kaliingia, unaona hata amebadilisha. Hallelujah. Hata akiambiwa salimia mtu mmoja na salimia 5, kwa sababu mambo si mabaya, si mabaya. Praise the name of Jesus. Lakini naye Biblia inasema ya kwamba Yesu akajitoa kama dhabihu, si kwa sababu ya kitu kingine, kwa sababu tu Mungu alimtoa, na ni mimi ametoa. Hallelujah. Angalia kama wanafunzi wa Yesu wanasema, sisi hata kama fedha na dhahabu hatuna, but in the name of Jesus. Wao wanafanya kazi ya Bwana hata kama mfuko ni mbaya. Hallelujah. Kwa sababu Bwana ana shida fedha na dhahabu. He is more than gold. He is more than silver. He is more than anything you treasure. Hallelujah. Yeye ni wa dhamana kuliko bibi mzuri, ni wa dhamana kuliko mume mzuri, ni wa dhamana kuliko mambo yale yote mazuri na maproject ambayo yanaendelea vizuri. Hallelujah. Hata watu wanatoa ushuhuda wakati project zao zinaenda vizuri. Unasikia wako na testimonies. Mambo ni mazuri. Hallelujah. Lakini wakati ambapo mambo si mazuri, hakuna testimony. Yesu yeye ndiye dhabihu, na anakubali kujitoa kama dhabihu, na anafurahia kujitoa. Anafurahia kujituma. Alikuwa anatembea usiku na mchana akifanya kazi ya Baba. Hata wakati mwingine hakuli, si kwa sababu hakuna kitu ya kukula, kwa sababu alitolewa, na anataka Bwana aone manukato imuendee vizuri. Anataka Baba afurahi. Unajua kuna wakati hata wewe ufurahi lakini Baba anafurahi. Hallelujah. Kuna wakati mambo imekufinya lakini Baba anasema hallelujah. Sasa huu ndio wakati hata Yesu anafanya kazi ya Mungu vizuri, kwa sababu anajua ya kwamba Baba bado anafurahi. Hallelujah. Wafilipi 2:9. Praise God. Kwa hivyo kila mmoja hapa jitoe. Ambia your neighbor jitoe. Jitoe kama dhabihu. Wacha pesa, si pesa Mungu alikuwa na haja nazo. By the way, Mungu kama angekuwa anataka pesa hangetuita. Hallelujah. Anasema ng'ombe, mbuzi, ile vitu nono wako nazo kule nyikani. Sidovu ni wake, buffaloes ni wake, lions ni wake. Anasema angekuwa na njaa, angeenda achukue moja achije, hata angetuambia. Hallelujah. Kwa hivyo wakati Bwana alikuona wewe na akakuleta kanisani, kuna kitu cha zaidi kuliko hicho unafikiria. Some things ati Mungu aliwaita kwa sababu ya masomo ile uko nayo, kwa sababu ya level ya education uko nayo, kwa sababu ya connection uko nazo. Bwana hataki hata connection zako, hataki hata hao watu unajua. Kile tu Bwana alikuwa anataka ni wewe. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Wewe tu hivyo ulivyo, umpatie Bwana utukufu, umpatie Bwana sifa. Wafilipi 2:9 inasemaje?
Yes. Nasema kwa hiyo tena Mungu aliwaudhi misha mno. Aliwadhimisha. Yes. Akamtumia jina lile alipitalo kila jina. Hatafikisha hapo. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu aliona vile Yesu amejitoa, Mungu alimuadhimisha mno. Wherefore God also had highly exalted him and given him a name which is above every name. Wakati Bwana aliona yule ametoa naye amejitoa, na kwa upendo. Unajua kujitoa kwa upendo. Praise God. Yaani kujitoa kwako ndio Bwana anataka aone upendo, kwa hiyo kujitoa. Sio kwa kile unatoa. Unajua nimeleta giri 10. Sasa hii tafanya Mungu hata unaweza toa hiyo na asione. Unaweza fanya hiyo ingine unafikiria na asione. Anataka kuona wewe umejitoa. Praise God. Hallelujah. Bwana asifiwe. Ulisaidia watu kadhaa, sasa unakuja unataka hiyo ndio Bwana aone. Anataka kuanza wewe sasa. Hata baada ya kufanya hivyo vyote ujitoe. Then kwa sababu ya kujitoa, akiona vile umejitoa kwa upendo, bia hiyo ndio ujitoe kwa upendo. Haleluya. Si kwa makasiriko, si kwa huzuni, kwa upendo. Alipoona vile amejitoa kwa upendo, maandiko inasema ya kwamba naye Mungu akamuinua sana na akampatia jina lipitalo kila jina. For us to be given a name, majina yetu Mungu afanye ikuwe makubwa. Bwana afanye tutamulike, tujulikane. Inategemea na vile ambavyo utakavyojitoa kwa kile Bwana anataka ujitoe. Na wengine wetu utakuta Yakobo uko kanisani na hujaijua Bwana alikuitia nini. Baada ya kuitwa unafaa kama vile Samueli aliambiwa anaitwa, akasema sema niko hapa, ndio asikize vizuri uliitiwa nini. Maana wengine walifikiria waliitwa kujaza viti kanisani. Au wengine walifikiria waliitwa kupelekana na wale wengine. Kuna kile Mungu alikuitia. Praise God. Lazima ni vizuri uelewe. Wakati Mungu aliniita, I remember it was the year 2005. Kitu ya kwanza nikiwa tu kijana mdogo, kitu ya kwanza ilikuwa kumuuliza, na kwa sababu umeniita, ni nini unataka nikafanye? Maombi yangu ikawa Bwana nifanye nini? Kwa sababu yaweza kuwa nafikiria nimeitwa kuhubiri na Bwana hajaniitia kuhubiri. Yaweza kuwa nafikiria ameniita kuimba, ameniita kufanya kazi fulani. Lazima ujue. Praise God. Alikuitia nini? Unaingia kwa maombi na kumuuliza umeniita, wataka nifanye nini? Hallelujah. Bwana asifiwe. Hiyo ambayo Bwana amekuitia ndio Bwana anataka uitoe. Praise God. I remember 2006, baada ya kuomba Bwana sana, Mungu akaniambia nimekuita uwe mtumishi wangu. Na saa hizo hata kusimama mbele ya watu 15 haiwezekani. Natetemeka. Ate ndo mwadhani. Kwetu sijaona mtu ameitwa anakuwa pastor. Sikuwa nimeona pastor. Sisi ni wale ambao Mungu alihurumia tu baadaye. Kwa sababu hata kupelekwa Sunday school ni ile tunasikiaga baadaye kulikuwa na Sunday school. Sasa na Bwana asifiwe. Kwetu siku ya Sunday school ilikuwa siku ya kuchunga. Na hata baada ya kuokoka tulikosana na baba sana. In fact wokovu ilifanya kwetu kuleta shida kubwa sana. Kwa sababu nimeanza kujitoa, naye baba anaona ni kazi nakataa. Siku ya Jumapili anataka nikachunie ng'ombe, anataka nikafanya shughuli zingine, naye nasikia mwito wa kuenda kanisani na kufanya kazi ya Bwana. Praise God. So mwito ikaleta vita, lakini nilikuwa najua kile Bwana ameniitia. Bwana asifiwe. Na lazima ningeipigania. Hallelujah. Kwa hivyo naweza itwa na Bwana na ileta pia shida mahali kwingine. Na ileta shida sana. Hallelujah. Na ikaleta shida sana. In fact ilileta shida sana. Nakumbuka hata kuna siku nilikuwa najificha. Najificha ndio nichomoke. Naye baba alikuwa anajua najifichaga. Sasa siku moja nimejificha nikipanda mahali kwa kamlima ndio ananiita. Nasikia Maina we! Omenya kulia gushoka wathie. Wakati mwingine nikasema leo urenga hiyo kwenda. Nimeacha nikatumikie. Nikuja kupatana na vita baadaye. Bwana asifiwe. Kwa hivyo baada ya kanisa nilikuwa najua tu sasa tumesifu Bwana, nimejitoa, tumetumika kanisani, lakini sasa tukiambiwa nao may the grace ni kwenda nyumbani, najua sasa nyumbani ni vita ingine sasa. Kwa sababu ya hii kujitoa. Hallelujah. Lakini neema ya Bwana akaleta ushindi kwa jina la Yesu. Hallelujah. Na kwa hivyo baada ya wewe kuitwa na Mungu amekupatia
jina na ameamua kufanya kazi nawe kwa sababu ameona hiyo kujitoa. Hiyo ndio inafanyaga upromotiwe. Bwana aanze kuinua. Kwa sababu huwezi inuliwa area ile Bwana hajakuitia. Lazima wewe mwenyewe uelewe kile amekuitia. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Now tukasema Psalms 50 verse 5. Alafu tukasoma Psalm 50. Hii ni ile nao sasa baada ya wewe kujua ni kazi gani utakuwa unafanya. Remember tunasoma mambo ya dimensions of giving. Njia nyingine sasa Bwana hapa tukaona akisema jambo. Yakobo mnikusanyie, tusomee. Nikusanyieni. Tumia microphone juu wale wengine wako nyumbani. Kitabu cha Zaburi 55 na 5. Nasema nikusanyieni wacha Mungu wangu. Waliofanya agano nami kwa dhabihu. Fikisha hapo. Bwana asifiwe. Sasa kipawa chochote au mwito wote baada ya wewe mwenyewe Mungu kukuinua, kile anatarajia ni wewe kumkusanyia sasa watu. Gather to me my faithful one. Vipawa hivi vyote tuko navyo ni vya kuleta watu pamoja. Kuleta gathering kama hii. Praise God. Hallelujah. Kabla tukuje kuhubiri, nimeona hapa watu wameimba nyimbo, nimeona maombi, nimesikia mambo ya kila aina. Kwa sababu vipawa hivi vyote ni vya wakati ambapo tumekuja pamoja tubuabudu Bwana, tumuinue Bwana. So ni vipawa vya kukusanya watu, praise God, waweze kumuona Bwana. Ni kuandaa watu wahudumiwe na Bwana. Kuandaa watu waweze kunenewa na Bwana. Kwa hivyo ni vipawa vya kugather people. Gather to me, not to us as pastors, kwake yeye kama Mungu. Bwana asifiwe. Yaani vipawa vyote vyo ni vya kuleta watu kwa Mungu, si vya kufukuza watu kwa Mungu. Every gift ni ya kuleta watu kwa Mungu. Hallelujah. Kwa hivyo wazo lile ambalo tunafaa kuwa nalo katika kila area, kile ambacho Bwana amenitia ni kuleta watu kwake. Mimi mwenyewe already nimeshakuja kama sacrifice. Na baada ya kuwa dhabihu sasa nileta wengine, others. Unaanza kuleta watu. Unaanza kumletea watu. Hallelujah. Kama kile unafanya hakileti watu pamoja ni kufukuza, hicho si cha Bwana. Hallelujah. Kama ni cha kujipatia utukufu wewe mwenyewe, si cha Bwana. Hallelujah. Cha Bwana anasema gather to me, niletee. Hii sasa ni ombi kwa kila mmoja ambaye Bwana amemuita, amuletee Bwana watu, my faithful ones. Wakuje watendewe na Bwana, wakuje wamuone Bwana. Gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Hallelujah. Kwa hivyo Bwana anaita wewe ukiwa dhabihu, nalo tunaleta watu kwa Bwana walio ambao nao wako tayari kuwa sacrifice kwa ajili ya Bwana. Hallelujah. Nao ndio wajitu, kwa sababu hebu angalia Yesu ndiye huyu ameenda akichagua wanafunzi. Amechagua kina Petro, amechagua kila mmoja wanafunzi wake wote 12. Kwanza bereni walikuwa 72. Hallelujah. Wanapoendelea kuna wengine waliona hii injili imekuwa ngumu wakajiondoa. Hallelujah. Wakina Petro wakaulizwa wakasema sisi tutaenda wapi? And wewe ndio uko na neno la uzima. Praise God. You have the word of life. Sasa unakuta ya kwamba sasa Yesu baada ya kugather, yani kukuleta wewe, naye unaenda kuleta watu wengine. Kwa hivyo kila mmoja hapa tukasema lazima alete watu. Bwana asifiwe. Lazima alete Amen. Na sijui kwa nini leo wale wote nilikuwa nimepigia leo ni kama shetani alisikia wote wakaambiwa leo ndio wanaingia kazi. Simeona hata hiyo inahitaji vita. Hiyo ndio vita tunafaa sasa kupigana. Praise God. Hallelujah. Sasa vipawa vyetu na mwito wote au Bwana kile ametoa ni cha kumletea watu kwake, waweze kumjua zaidi, waweze kumtumikia. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hii tu ni kurudia kwa sababu ndio naenda haraka kwa sababu tulikuwa tumesoma. Sasa nataka tuingie Mark 10:43. Kwa hivyo Bwana anataka umletee watu. Hallelujah. Mletee watu. Haraka tuende Mark 10:43. Hii tunarudia kwa sababu ya wale hawakuwa. Mark 10:43. Yes. Lakini haitakuwa hivyo kwenu. Bali mtu anayetaka kuwa mkubwa kwenu atakuwa mtumishi wenu. Atafikisha hapo. Wataendelea up to 45. Hebu ataendelea kidogo. Sasa Bwana sasa anaanza kuambia watu vile ambavyo
Hallelujah. Baada ya ukitaka kuwa great, become a servant. Amen. Hallelujah. Hata kama Bwana amekuinua na uko na jina, umepewa kila kitu, Bwana bado anataka unyenyekee bado. Vile yeye alinyenyekea na wewe unyenyekee. Kwa sababu njia ya Bwana ya kuinua watu ni kuhambo. Hallelujah. Ni wewe kunyenyekea. Sasa tusomee tena 44. Na mtu atakaye kuwa wa kwanza wenu atakuwa mtumwa wa wote. 45. Kwa maana mwana wa Adamu naye hakuja kututumikia, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe faida ya wengi. Bwana asifiwe. Amen. Hata mwana wa Mungu alitolewa ndio hata na yeye ajitoe na ndio faida iweze kuonekana. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kila mmoja wetu akuwe wa faida katika kanisa. Faida. Hallelujah. Ukuwe wa faida kwa kanisa kama hili. Kwa kila kazi ambayo inafanywa na kuwa wa faida. Ati mwana wa Mungu yeyote na atakaye kuwa wa kwanza hana budi kuwa mtumwa wa wote. 45. 45 naye kasema ya kwamba ndio hiyo imesema diarete au faida. Bwana asifiwe. Amen. Tuendelee. Kwa kuwa hata mwana wa Adamu hakuja ili kutumikiwa. Hakutolewa akuja kutumikiwa, kuabudiwa. Alikuja ili aweze kutumika, bali kutumika. Mbia hiyo wengine usiwe wa kutumikiwa. Hata wewe kuwa wa kutumika. Biblia inasema na kutoa uhai wake uwe faida kwa ajili ya wengi. Kutoa uhai wake. Uliza hiyo neighbor, unaweza toa uhai wako ukuwe wa faida. Hallelujah. Unajitoa kwa sababu ya wengi. Hallelujah. Yaani wewe mwenyewe ujitoe kwa ajili ya wengi. Ni kama vile mbegu inapandagwa chini. Ikipandwa hiyo lazima ioze, lakini kuoza kwake inaleta mazao mengi. Hii mwili hata ujipende namna gani, hata ujitunze. Naona watu hapa naangalia, naona vile wamejipamba vizuri wakija kanisani. Hii mwili kuna siku moja itaoza. Whether ilifanya kazi au hajakufanya kazi. Sijui kama umewahi tembea town, ukaona kuna nguo zinakuwa za display. Ikiwekwa pale bado inaona jua. Hallelujah. Imevaliwa ile kama mtu tu kanakuwa kamevaliwa pale. Imalize mwaka moja kama haijaenda kuingine, bado itazeeka. Uko na rafu ndio duka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo kama hutaki kuwa wa faida kwa wengi, bado miaka ambayo Bwana amekupatia kuishi duniani ikiisha, bado utaondoka. Sasa kuondoka kwako utaondoka na faida gani? Praise God. Yesu baada ya kufanya hivyo vyote na kujitoa at the age of 33 ka exit. Alikuwa amepangiwa sikae sana. Hallelujah. Na wewe sijui Mungu amekupangia ukae miaka ngapi? Hallelujah. Wote tunataka kufikisha 100 na kitu. Hata 100 si mingi, si bado kuna wengine imeisha. Hata 200 si mingi. Hallelujah. Abraham aliaga na miaka ngapi? 300 and something. Bado aliaga. Hallelujah. Methusela bado aliaga. Alikuwa na miaka ngapi? Hallelujah. Enoch bado aliondoka. Kile ambacho kimebaki ni kazi waliofanya. Hii urembo yetu, hii kuitwa mzuri, hii kuitwa handsome, ni ifanyie Mungu kazi. Na hiyo urembo yote ni ya kumletea Bwana utukufu. Baada ya miaka fulani utaondoka. Kama kuna kitu inanishangazaga, sijui hata mimi nimepewa miaka ngapi. Ikiweza fika sasa, ndio maandiko inasema katika Zaburi, sijui 90 au 92 au 90. Inasema Daudi akaomba akasema, nisaidie niwe na hekima ya kuhesabu siku zangu. Ndio niishi na hekima. Hii dunia inahitaji hekima, sote tutaondoka. Kila kinategemea ni vile utakavyofanya na ule muda umepewa. Hata muda wako kuwa hapa, maybe wengine ulikuja hapa kanisa la CFC na umepewa miaka 5 na Mungu. Hii miaka 5 utakuwa umegadha watu wangapi? Utakuwa umehubiria wangapi? Watakuwa wamejazwa roho wangapi? Au tu ni fitina mama fulani anavaa nguo zinakaa namna gani, anakaaga aje, mzee fulani sijui hata anakaaga aje. Wacha nikuambie, hata wachana kufikiria mambo mengine. Bwana ametuitia kazi. Hallelujah. Ndio maandiko inasema ya kwamba
Kwa hivyo jitoe, fanya kazi ya Bwana. Pesa zile uko nazo toa, utumike na Bwana, zikusaidie kufika mahali. Haleluya. Mungu akikupatia magari kusaidia kukimbia kupeleka injili, akikupatia pesa zikusaidie kupeleka mikutano, tununue maspika, tununue vitu nzuri, tuhubiri injili, wengi wakuja kwa Yesu, kwa sababu baada ya muda fulani utaondoka. Haleluya. Mimi nitaondoka siku moja, wewe utaondoka siku moja. Wacha hii kupigiwa makofi. Tulikuwa na Rais Jomo Kenyatta. Haleluya. Anaongea kama simba, watu wote wanakubali rais ameongea. 1978 ka exit. Some of us were not born yet wakati huo, but tunasikiaga historia na zinasomwa kila wakati tunaposherehekea madaraka ya kwamba there were great men ambao pia walipigania nchi, but baada ya kupigania nchi wakaacha uhuru, lakini muda wao pia ukafika wa kuondoka. Wakaacha kama ni uhuru, wakaacha mambo yale ambayo wametuachia. Then came Moi na rungu yake. Jamaa alikuwa anatembea na kuagua gwaride vizuri. Miaka juzi kaondoka. Praise God. Came a good man with a vision 2030. Mwai Kibaki. Juzi he is gone. Praise God. Hallelujah. Hata wale tuko nao bado wataondoka. Hatuko hapa kuongea mambo ya siasa. Tuko hapa ni kuambie hata wewe kile uliitiwa na Bwana bado utaondoka. Haleluya. Jisaidie kupigana vitu vile vyote vinakusumbua. Vitu vyote vina kulimit, usifanyie Mungu kazi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mwimbaji anaimba vizuri anasema ile maisha goshia garara dugatere monyobi. Haleluya. Hii kukaa kwa sababu sasa hujaoleka, unagojea tu sasa utaanza kutumikia Bwana ukioleka. Nani amekuambia? Anza sasa. Hiyo mambo ingine kujage baadaye na ikupate kwa barabara. Nilipoelewa hivyo, mimi nasikiza watu wakisema watahubiri ile siku, kwanza Mungu unipatie mashini nzuri, kwanza Bwana unipatie sijui nini mashamba ya kanisa, sijui nini. Ni bahari umeitwa, unaanza kazi, zingine zikufuataga nyuma. Biblia inasema and all other things shall be added. Zinafuataga mtu huko nyuma. Wakati umejua kile ambacho Bwana alikuitia, Yesu akafuatwa na jina, ameshajitoa. Mambo inamfuata, hata wewe jitoe, vitu zingine zitakufuata. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Vitu vingine zitakufuata. Vingine unapigania maybe hata haijawekwa kwa listi yako zitakuwa zako. Wengine wanapigania kuwa bilionea. Hakuna mahali umeona au ndoto umeona Bwana amekwambia utakuwa bilionea. Wewe fanya kazi ile Bwana amekuitia, vitu vikufuata nyumaye. Hallelujah. Bwana asifiwe. Abia your neighbor kabla ya kuondoka, leta faida. Kabla ya kuondoka leta faida kanisani. Panda washirika wawili watatu. By the way, kuna kanisa ulitoka zamani na haukuwa hata mshirika moja. Kila ulitoka ni mambo. Praise God. Fanya kitu hata ukiondoka kanisa fulani wakukubukage. Hallelujah. Wasema mimi nasoma maandiko, kuna watu nimetamani ati katika siku za mfalme fulani, Asa the king, taifa lika experience amani. Na Mungu akatawala taifa nzima. Katika wakati wa Daudi, Jehova bendera yake ikapepea. Na siku zake zote Bwana akaonekana. Ufalme fulani akabomoa miungu. Hata sometimes hata Mungu maybe amekuitia tu bomoa misingi ya nyumba yenu kwenyu. Acha umeibomoa, uache bendera ya Mungu kwenyu ikiinuka. Uache kazi ya Bwana ikifanyika. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ila muda umepewa na Bwana kuwa kanisa la CFC, au jui ni miaka gapi? Wengine tu umebeba watu na maybe imebakisha miaka 3. Bwana akupeleke kule USA. Utaenda ukisemaga tugakuririka na ganaki. Hallelujah. Panda washirika 3, panda washirika 4. Hallelujah. Nikakwambia madhabahu ile kubwa zaidi duniani is the altar of giving. Give. Adore Maria nene agima mwira wao niguo to matogoragia. Hallelujah. Si vile nguo ulikuwa unavaa. He used to wear designer suits.
He was very handsome. He was very beautiful. Alikuwa anajipaka lipstick za sijui. Haleluya. Hiyo yote haitakuwa. Bwana asifiwe. Kazi ile umefanyia Mungu, hiyo ndio itakayo onekana. Shikana na mtumishi wa Bwana hata hapa kanisani, ufanye kazi. Bwana asifiwe. Haleluya. Acts 2:36. I'm just repeating haraka haraka. Amen. Acts 2:36. Kitabu cha Matendo ya Mitume 2:36. 36. Amen. Okay. 36. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Amen. Another dimension. Baada ya yeye kujitoa, Mungu akafanya dunia yote ijue. Amen. Ameinuliwa. Amen. Na ni mwana wa Mungu. Amen. Mtu yoyote atakayetaka kuwa mkubwa mbele za Mungu lazima aendee madhabahu ya giving. Kuna kitu utapeana. Kwa mutumia watumaga to furana. Tato miria karirikano. Daudi nikoroerera aroerera Israeli. Kiririkano. Neoragire Goliath, niekire maundu fulani. Kwanza hata kama age-exit tu wakati ameua Goliath. Kija at the age of alikuwa 17. Imagine ameangusha Mungu mkubwa sana alikuwa anasumbua Israeli. Hata kama age-exit bado angeandikwa kwa maandiko, maana hapo ndio tunaona Daudi akiandikwa akamuua Goliath. Bwana asifiwe. Haleluya. Jitu ambao lilikuwa nasumbua Waisraeli kaangushwa. Wapendwa, hebu nikwambie, wengine wenyu bahari ile familia umezaliwa, hata kuna miungu ingine bado hujaangusha. Miungu ya usharati hatujaangusha. Miungu ya polygamy hatujaangusha. Miungu mingine ambayo imeabudiwa kule, imefanya watu hata hawezi kaa vizuri na Mungu, bado hatujaiabudu. Haleluya. Bado hatujaiangusha. Lazima ufikirie. By the way, wakati niliangalia nikaona kwetu kuna shida fulani na hakuna Ukristo, vile vita zinakuwa, kitu moja nika desire ni kuangusha ile madhabahu. Ku make sure kwetu angalau kwa hiyo nyumba ya baba yetu ambayo haijawahi kuwa na Wakristo, kutaonekana mtu wa kwanza amefanya harusi kanisani. Haleluya. Kutapatikana mtu mmoja ambaye, wanasifiwe, amehubiri injili. Hakukuwa na mtu ameitwa pastor, kukaonekana mtu ataitwa pastor. Na kuanzia nilipofanya harusi nikaona dada zangu amerudi kufanya harusi. Haleluya. Baada ya kupigana hiyo miungu, kwetu mtu alikuwa anamaliza form 4 hawezi enda college, hawezi endelea. Baada ya kupigana hiyo madhabahu, ndugu zangu nikaona wameingia university, wameanza kusoma. Kuna vitu hata kwenye unafaa kupigania. Naye Kristo akakuja kuangusha miungu ingine, akapigana hizo vita, akaacha dunia ndio hii mpaka leo. Unaona injili inahubiriwa. Hata kukiwa na mambo gani, unaona bado watu wanakaa chini wasikiza injili. Hii ni vita na ni kazi ambayo Kristo aliifanyia. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kwa hivyo kuna hata vita za kwenyu, kuna madhabahu ya kule umetoka ambao unafaa kuangusha. Ndio jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Giving is a serious thing. Hallelujah. Your value in this life is purely on what you can give or what you can you are capable of giving. Kile unaweza peana. Kile shetani amekuzuia usiwahi peana, pigania ndio siku moja upeane. Nilikuwa nimeangalia kwetu hakujawahi ona kama watu wakupea kutoa hata sadaka. Baadaye nilikuwa natoa sadaka ndio vita inakuwa bingi. Nikaanza kupigania hiyo. Nikaipigania. Mpaka nilifurahi sana ile siku niliona nimepeana kanisani 10,000. Nilikuwa najua kuna kitu navunja. Siku moja niliposhika pesa mzuri nikaona nimeshika hata 50,000, nikajua hii kwanza nitoe kwa Bwana. Praise God. Amen. Kuna vitu sijaisikia kwa watu mtu akitoa testimony amepewa, na baada ya kumtolea Bwana dhabihu ndio nakumbukaga hata Mungu akaanza kunibariki. Ndio nilipata mtu wa kwanza ameniita ananiandikia kacheka amenipea 100,000.
Na from that ikawa kama norm. Kupata mtu anaweza nipatia 1,100, 50,000. Akukua. Kwa sababu kuna madhabahu inasema kwa watu tusimtumikie Bwana, nayo vitu ya Bwana haikuwa inapatianwa. Praise God. Najua siku anataka tukae hapo. Hiyo ni Acts, tumesoma Acts 2. Sasa in this life unajua hii dunia watu wengi wanafikiria walikuja kuwa takers, not givers. Nino heirwo ona nä mwendi koragwo kä ndå gå tirä må ndå wa kå heo andå othe gå kå ngai akå rehete wä wa kå heana. Identify ni nini Mungu anataka upeane kanisani. Hallelujah. Pigieni baba yetu makofi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Sikuwa nimemuona. Sasa kuna kitu Mungu anataka upeane. Ambia huyo kuna kitu unafaa kupeana. Wengi wakifikia kupeana wanafikia tu pesa. Hizi vitu zote tunasikia Yesu amejitoa maisha yako. Praise God. Anakuwa dhabihu yeye mwenyewe. Anafanya kazi ya Bwana. Baada ya hiyo yote ndio unaona Mungu naye anamuinua sana. Kile haungeweza kuwa nacho, baadaye Bwana anakuanza kukupatia. Anaanza kukuempower. Uwezo mwingine. Ndio nilikwambia nilianza hata kusimama mbele za watu. Ndio Mungu akanipeleka kanisa ilikuwa na watu kama 15. Ndio alijua akinipeleka kama hii ningefaint. Hii tu ni kufaint. Wanafikiria ni mapepo inatoka na si mapepo. Kustuka. Lakini baada ya kufanyiwa kazi, simba wa kabila Yuda akiingia ndani yako, now you can face people. Hallelujah. Baadaye kuna vitu zingine hata wewe unafikiria Mungu atakupatia, hawezi kukupatia right now. Aikupatia utakufa. Nimewahi ona mtu kule kwetu, kuna mtu alienda kwa msitu fulani. Hosto maybe anaweza jua hiyo msitu inakuwa hapo karibu na Molo. Mtu mmoja mama wameenda kuchuna managu. Na hiyo msitu inajifichaga hata wezi, mikora. Sasa wakakuta kikaratasi. Wezi maybe walikuwa wameiba town kwa bank, wakakuja wakaficha pesa. Sasa mama wameenda kuchuna managu. Wamekuta pesa. Mama alipoona pesa, kitu ya kwanza akapiga nduru. Si mwizi, pesa. Guy, pesa nyingio. Hajawahi ona kitu kama hiyo. Alipiga nduru. Kitu ya pili ni kuchukua ile pesa. Akakimbia polisi direct. Alipofika polisi, wewe endelea kucheka. Alipofika polisi nao walipoona pesa nao wakastuka. Kitu ya kwanza nao wakaanza kupiga mama. Wanapiga mama ndio aondoke, wakaachwa na na wakamuita mjinga sana. Sasa mama hakuwa na shida. Hajaiona pesa kama hiyo. Bwana bado nagojea muujiza mkubwa. Bilioni 1 ikianguka hapa, wengi tutachomoka. Chui. Zile hata ukikutana na pesa zimeanguka mahali, wewe unajua ni giri 5 ndio unajua huyu ni Mungu. Giri 2 ni Mungu. Ikifika pesa fulani unasema huyu ni shaitani. Ndio mtu akibarikiwa, watu wengi wa kanisa wanasemaga ameabudu shaitani. Kwa sababu Mungu hawezi fanya kitu kama hiyo. Hiyo gari ni kuabudu shetani. Kanisa ikiwa kubwa ni shetani, maana hujaiona kitu kubwa. Sasa ndio Bwana haja kufanyia kitu kubwa, maana anagojea kupeleka from one glory to another. Kwa sababu wengine wetu mtakufa kwa sababu ya baraka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Niliwaambia juzi kuna mtu alinihuzunisha, anishangaza. Mama moja amekuja akaniambia anataka aombewe sana, mzee wake aombewe sana. Kamuuliza shida ni nini? Kaniambia huyu mzee niliomba, nimeona hanipendi. Hata hakupendi? Kwa nini? Amekuwa mzuri sana, hanipendi. Kwa nini hakupendi? Kutoka anioe tuko na miaka 20. Hajawahi nipiga hata siku moja. Sasa yeye kulingana mila yao, mtu anakupenda lazima akae akikuchapa kidogo. Bwana asifiwe. Sasa wewe unaweza kuwa unagojea muujiza. Wengine wanagojea vita ndio. Kwanza kanisa ile iko na vita ndio wanajua iko na Jehova. Ikiwa na vita ndio iko na Jehova. Hallelujah. Bwana asifiwe. Si unaona hata Kenya tunapendaga yule mtu anapigwa zaidi ndio tunapenda sana. Tunakuwa na sifa the oi kai mwana ni oi tumuhonokia itu. Hallelujah. Sasa ukiona muujiza kubwa ndio inafanya nini? Now 3 dimensions that causes a church to grow. Amen. Bwana asifiwe. Tusomee Proverb 11:30.
3 dimensions. Sasa baada ya Mungu kutoa na wewe kujitoa, kuna vitu vitatu hapa ambazo zinachangia kanisa iweze kukua. Bwana asifiwe. Number 1, giving of souls. Giving of souls. Tusomee Proverbs 11:30. Amen. Bwana asifiwe. 11:30 Proverbs. Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima, na mwenye hekima huvuta roho za watu. Na mwenye hekima huvuta roho za watu. Za watu. Ya Kizungu inasema aje? The fruits of the righteous is a tree of life. The fruits of a righteous is a tree of life. Mtu akikuwa sasa righteous, akuwe sasa, na si righteous kwa sababu watu wanasema ni righteous na wajui kulingana na Mungu. Naye Mungu anasema mazao ya huyu mwenye haki yataonekana kwa sababu yeye ni mti, atakuwa ni mti wa uzima. Yaani ana uzima. Watu wanakuja kwako wanapata uzima. Praise God. Hallelujah. Watu wakikuona tu ukiwaongeresha wanasikia uzima unaingia. Wakikuja kwako ndio imevunjika, uzima unaingia. Hallelujah. Ni kama hii wiki nilikuwa najaribu familia fulani kwetu kanisani, wakaja kanisani wanataka kuniona, wameachana kwa muda fulani mke na mume. Sasa nilipowaita mume akaniambia vile anataka kuachana, mama hawaishi tena pamoja, hataishi tena, hata amekujia vitu zake wagawane. Sasa alipokuja kwangu na nikaita mke wake, wamekaa hapo wote wanataka kuachana, nikaanza kujiuliza, Mungu, hii ndio kazi ulituitia watu waachanage mbele zetu? Akasema vile umekosa watoke huko na wakajilete katika madhabahu. Nikawaambia sasa hebu kwanza tuombe. Tukaomba. Baada ya kuomba nikamwambia Bwana, let your will be done. Wakati tuliendelea, kila mmoja najua anaficha mambo, nikasoma scripture moja. Nikasomea mambo ya Cain and Abel. Nikaambia kile huwa tunatafuta mbele za Bwana ni kukubalika. Hata hicho unasema usiniambie mambo mengi. Kama unaongea ukweli. Najua wengine wanaongea tu pande yao ina favor. Mwingine mmoja ina favor. Huyu anaambia mume hanipeagi pesa ya kutumia. Mume naye anamwambia wewe nama ile utiendeje huko na gera pesa. Anasema huku nipea. Najua tu hii ni kafitina fulani. Nikawaambia sasa acha tusome maandiko. Waliposikia maandiko vile naongea, nikawaambia hata mkitoka hapa kama haikuwa ya ukweli, kile chochote utaenda kufanya huko Bwana hata kibariki. Najua kuna mtu hata aliachana na mume wake, na aliachana naye kwa sababu yeye ameokoka, mume wake bado ni kanywaji, akawa yeye haamini yeye ni mzuri. Sasa kwa sababu yeye ameokoka ni mzuri, ameoshwa na Bwana, akaacha mume. Hafikiri wewe umeokolewa ndio uokoe mzee. Haleluya. Wewe uliokolewa uokoe mzee? Mzee naye ni mzuri, aliokolewa aokoe mama. Bwana asifiwe. Sasa moja akiona yeye ndiye righteous anajichomo. Iko tora duka taka shaitani. Hiyo shaitani. Mungu hakupatia shaitani, amekuokoa ndio wewe uombe hiyo shaitani ibadilike na hata uideliver. Praise God. Uikomboe. Baada ya kuikomboa Bwana aonekane. Hiyo ndio hata kuna watu wengine hata watafika mbinguni si kwa sababu alihudumu mambo mengi. Ali make sure huyo mzee ulipewa na Bwana atafika mbinguni. Jehova akwambie mtumishi wangu mzuri. Haleluya. Dugata yako ajihoke. Ukinyia mudhuriko wa Ngai. Haleluya. Wengine kufikisha tu mama kwa Mungu. Mama tu. Hiyo ndio huduma ulipewa na Mungu. Na watoto wengine unaona wanavuta, watolee dhabihu, watolee sacrifice, waombe, shikaneni mikono. Hiyo jamii itakapobadilika na kuambia ile siku utafika mbinguni utaambiwa na Bwana ulikuwa mtumishi wangu. Unafikiria ati ilikuwa kuhubiri crusade? Bwana hakuwa anataka crusade. Mama moja anajulikana hii taifa amehubiri sana. Baada ya kuhubiri siku moja akifikiria kanisa jumbe kuwa kubwa liko na watu 300 mambo mengi, akaenda mbele za Bwana, akaambiwa na Bwana, huwezi nitumikia, uliachana na kazi yangu. Kauza kazi gani nimefanya hata sasa nimeitwa milango imefunguka kwenda US wapi? Kaambiwa huwezi nitumikia mimi. Nilikupatia huyo mzee ukashindwa kukaa chini yake, mimi nami nakuwa mzee. Kama ulishindwa huyo na ndio unaonaga, utaweza mimi? Kaambiwa huwezi kuwa mtumishi wako. Hata ni wewe umekuwa ukijidanganya wewe ni mtumishi wangu.
Mama alianza kutetemeka. Hapo ndipo alirudi kutafuta mzee. Baada ya miaka 10 na kitu akamkuta kwa baa. Sasa yeye ndiye anamsaidia kufungua. Aina roho wa Ngai rima shanda. Ugo nigo Ngai arenda. Othio mageshi ufa. Ohigurashi ufa ogethio maga. Anyu akaigwa ndeigwa taingethie kanitha. Haleluya. Abadilike. Na huyo tu akibadilika umefanya kazi ya Mungu. Yesu akawa sacrifice. Alete a gathering ya watu wa Mungu. Anaipigania. Praise God. So one of the dimensions is giving of souls. Wewe mwenyewe upigania hiyo nafsi iokoke. Haleluya. Na akasema he who is wise. Pastor, ulikuwa unasoma? Na hiyo nyingine. Hiyo tumesema a righteous man is a tree, anafanya kuwa nini? Mtu wa uzima. Sasa hebu sikia hiyo nyingine. And he who is wise. With souls. Ati mtu mwe soma. Inasema and he that winneth the soul is wise. Soma ya Kiswahili. Hiyo tu hiyo. Hata rudia tu, sawa. Mazao ya mwenye haki ni mti wa uzima. Na mwenye hekima huvuta roho za watu. Mwenye hekima huvuta roho za watu. The more utajua kuvuta roho za watu kwa Mungu, ndio unaonekana wewe ni mwenye hekima. Haleluya. Tajiri yeyote utajiri wake utaonekana mbele za Bwana kwa kuvuta watu kwa Mungu. Asaidie ifanye kazi ya Bwana ivute watu. Haleluya. Akisikia ni crusade watu wanaenda na make sure afadhali ya fund ikaleta watu kwa Mungu. Anajua hapo utapata baraka. Anaingia na leta mioyo. Huyo ndiye mtu anasema he is wise. Ati ni mwenye hekima. Kwa hivyo hii yote ingine tunaita hekima. Vile unafanya biashara, vile unajua kuzalisha pesa, na ingine ni ukora. Na vingine ni kuonga watu geta, na ingine ni mambo hapana. Yeye yule ambaye ni mwenye hekima tafuta watu kwa Mungu. Oh yes. Kwa hivyo hii kanisa watu wale wamekuwa kihubiria watu agarao kutoka uokoke. Kuna watu 10 walipatia Yesu maisha yao. Inua mkono juu. Kuna watu 10 wamewahi patia Yesu maisha yao. Hebu angalieni wana hekima. Hao ndio wenye hekima kwa Mungu. Hao wengine kwa sababu ya kununua magari mazuri si hekima. Kujenga nyumba kubwa sio hekima. Kufanya mambo makubwa si hekima. Bible inasema, si ni Bible imesema si mimi. Haleluya. Imesema na yule ambaye huvuta wengi ni mwenye hekima. Mwenye anaweka ungeweka kwa screen ndio watu waseme hii ni Biblia za mapasta zinaongeaga hivyo. Waone hata najua watu wanasema hiyo mambo ni ya mapasta. Giving of souls. Ulete mioyo kwa Mungu. Ukiwa kasichana kama wewe uko na you are wise, leta mioyo kwa Mungu. Hata kama uko na hekima kidogo, ambia watu wakuje kwa Mungu. Wahubirie. Haleluya. Vile tuko hapa kila mmoja ukileta watu wawili. Bwana atakupatia hekima hata ya kibiashara. Unajua ukipewa hekima, si hiyo hekima ndio itafanya hata biashara. Solomoni akapewa hekima, akafanya nayo kazi na ikamtajirisha. Hatiwa godhiaga. Exactly. Haleluya. Bwana asifiwe. Ukienda hata kwa duka ya mwenye hekima unajua hii duka ni ya mwenye hekima. Hata kupanga vitu. Sasa kile kinafukuzaga wengine customer kwa biashara yako. Kwa sababu hata vile unapanga display, vitu za display ni za kufukuza customer. Lakini ukiwa wise na hii imeletwa kwa kuwin souls, hata kwa kazi yako itaonekana hekima. Kuna nyumba tu ukiingia hivi sitting room unaona hii ni ya mwenye hekima. Kuna biashara ukiingia hii ni ya mwenye hekima. Hata kuvalia utaona hii ni ya mwenye hekima. Zamani kwa sababu sikuwa na hekima, nilikuwa napewa kuhubiri, kuna nguo fulani nilikuwa navaaga. Pastor akaniambia yaani ukitokea mbele za watu wanaona cartoon. Mimi unajua siku hiyo lakini ilikuwa sometimes shida. Juu unaenda hapa Gikomba unanunua trouser ile tu umeona imekufit. Kishati kile kimekufit. Kiatu ni ile imekufit. Sasa ukitokea mbele za watu watu wanaona kweli kuna neema ya Mungu lakini lakini wisdom inapoanza kuingia unaweza vaa simple lakini unaonekana mwenye hekima. Bwana asifiwe. Na ndio Bible inasema ya kwamba anayevua mioyo is wise. Kwa hivyo ile siku utafunga biashara ukavua mioyo, umeanza kuwa mwenye hekima. Na kuna hekima Mungu ataachilia kutoka mbinguni shuka kwako.
watu watakuwa wanaona unafanya kazi na hekima. Ukiongea utaanza kuonekana hekima. Wewe ukiona mtu anaonekana hekima akiongea, huyo mtu anavua mioyo kwa Mungu. Bingu, Biblia inasema bingu wakati nafsi moja imekuja kwake, si bingu inasimama shughuli zote. Hata malaika wanasimama. No rugamirwo na iguru ndotigwo uri mundu muritu. Na ginya Ngai ni arugamire ni undu wako. Si wewe ni mtu mkubwa. Greatness, ndio Biblia inasema na Yesu akainuliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Utakapofua mioyo, hekima itakuja kwako. Hii tu inalisaviwa na Bwana tu ya wale wanavua mioyo. Ukiletea Mungu watu. By the way, hebu sikiza hii. Kwa dunia hii ambayo tunaishi, devil worshippers, yule mtu mkubwa sana, nini anakuwa anatoa? Ni pesa mingi. Nini anatoaga? Mioyo. Hata kwa shetani kutoa mioyo. Yaani ulisaidia watu 5 wakajiunga na Illuminati. Wewe utapandishwa cheo, unaongezwa another star. The more umetoa wengi, naongezwa another star. Hallelujah. Na wako na bidii. Tulikuwa tunafanya deliverance kanisa kwetu, msichana moja akawa na pepo fulani imemsumbua. Ile wakati tulikuwa tunamuombea pepo ikajiongea. Hii pepo ikasema ya kwamba mtu fulani anauzaga bidhaa mahali fulani kwa tauni yetu, kumbe anakuwa ni devil worshipper. Sasa si biashara anauzaga, anakuja anauzia wamama bla nini za wamama. Kumbe wakinunua, kila mama akinunua taguo za mtoto pale, huyo mtoto anaenda anakufa. Hiyo vitu ina vile ina monitoring spirit. Inakufuata mpaka kwako nyumbani. Unaanza kufuatwa kwanza hiyo siku. Unaanza kufuatwa, baada ya muda huyo mtu anakufa. Haleluya. Au unajinyonga, anaua mtu. Kwa sababu sasa wakati kwa tunatoa hiyo pepo ikasema ya kwamba ati huyo mtu ndiye apandishwa level fulani, alipewa apatiane watoto 12. Watoto 28. Huyu alikuwa wa 25. Already 28 are gone. Na ndo athigua Ngai makaina kou kwega muthiaga Ngai no aheanire no woya ginya shaitani oete no to celebrate atukiona Ngai woire na ni vita. Praise God. Hallelujah. Ndio Daudi, hata Daudi alikuwa anataka kutolewa, akasema nie ndigokua. Sema mimi sitakufa. Kwa sababu vile unaona maajali unataka utolewe hata wewe. Yaani shetani ndiye anataka kutoa mpaka ma-intercessor. Kwa sababu ukitoa intercessor, aki wewe kwanza bonga points zinapanda haraka sana. Unafikiria kuangusha mtumishi wa Bwana ni kama kuangusha mshirika? Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mtu Delila alikuwa amehemu nini? Samson. Baada ya kukamata alifaulu. Yaani Delila baka anaamua kupretend. Kuja, leta kiti. Ona. Oka dugata ya Ngai. No kwetwa Delila. Na ndago tueka. No kwenda gutweka. Wado gutweka. Modo mwatuage. Okay, like modorome. Tutige weka ati. Kuja. Au utakuwa. Kwanza hapa unainuka sana. In Jesus name. Bwana asifiwe. Kuja. Lakini huyu ni pole, hawezi kuwa. Huyu acha tukumbuzi. Huyu nani anakuwa hapa chap? Anaka nani? Joel Weha. Oka. Joel Weha mundu mwage yakorathime. Na ikara gete kiu. Sasa Delila, Samson alifikiria amepata mume. Amepata mke. Kuja. Delila kagate wewe ni thoma maandiko. Aigaga Samson ha. Samson aigaga ni Delila. Kogo ni muko moe. Ngai mwathani. Na hau neho iretu maugaga ati mundu cio mane romantic. Ocio ndaigwa tukibond. Aki tuna bond. Ahutagio guo. Wale wendo wama. Agacoka tulia maru haha. Ukomere kiria. Hau. Kamera hau. Thwago gihara. Athuri amwe no muge thirikana mutingiuga. Ni wendo. We, ilikuwa upendo? Ilikuwa nini? Koguo ni moyo ndarirekaga. Na ithe ona athuri matiendetie buroti. Makendia marori na migunda. Bwana asifiwe. Delila ale wira. Alikuwa kazi. Alikuwa anaelewa anataka kupeana nafsi nyingine.
ya mtumishi mkubwa amezaliwa, na akizaliwa Mungu akaongea akasema huyu ni mnaziri. Sasa shetani alikuwa anajua, Delila akapewa, akasikia dili ni mzuri. Vile Daudi naye akienda ni ugoto mahayana thiri ciothe abo ikaratu hau tiako muhutia muno ni akoheana thiri ahota kwanjia gutwira maundu haha ahota kugaya migunda atari. Sasa wakati ambapo Delila alikuwa pale, she was on a mission. Alikuwa anajua immediately huyu jamaa nitampatiana ni muue angami, hata si kazi ya kumuua haikuwa yake, bora tu atoboe siri tu hizi ambazo Wakristo wanatoboa kila siku. Akitoboa tu hiyo siri, Delila alikuwa ameambiliwa vitu vinono, alikuwa kwa kazi. Kwa hivyo ukiona hata watu wengine wako hivyo, baby ako kwa mission, nasema akie hilo ndio upendo, gutiri utendete kwendo horo nani no ndramenya we moko-ini ma Delila. Ndugacoka guka kesha ringi, ndugathi gutungata ringi, karutira Ngai wira ringi. It was a mission. Na Delila alikuwa amejitoa kwa ajili ya ile mission. Praise God. Naye hata ukiangalia Daudi, God bless you. Mali mwa mwana. Wewe ndo ni Delila. Wewe mwana mwanga wa Ngai. God bless you. Amen. Bwana asifiwe. Hivyo ndivyo ambavyo Delila alitoa mtu mkubwa. Akatoa mtu mkubwa. Na baada ya kumtoa, Samsoni akang'olewa macho. Samsoni hakuenda kutumika tena. Praise the name of Jesus. Hakutumika tena kwa sababu na si mapenzi ya Bwana ilikuwa afike hapo, alikuwa bado aendelee. So giving of souls, kwa ufalme wa shetani wanatoa mioyo ya watu. Hata kwa ufalme wa Mungu tutoe mioyo ya watu. Leta mioyo iokoke. Enda uhubiria watu wawili, enda uleta watu watatu kanisani. Fanya tumia pesa. Si tumeona Delila alikuwa anatumia hekima yake. Maybe alikuwa anasoma magazine, anasoma kila kitabu. How to do what? How to? Atedo. How to win a man. Kumbe mnasomaga. Bwana asifiwe. But tuko kwa one dimension ambayo inafanya kanisa likue, ni kanisa likianza kuvua mioyo. Na kanisa lote likianza kuvua mioyo, kuna hekima inashuka kwa hiyo kanisa. The spirit of excellence, wisdom. Unaanza kuona hao watu wako na hekima ya kufanya kazi ya Bwana. Kwa sababu the more wana win souls, kuna mambo makubwa wameanza kupewa na Mungu. Ndio tukasema giving of souls. Kila mmoja hapa enda win souls. Amen. Bwana asifiwe. Enda win souls. Kila mmoja hapa jiweke kabla mwaka huu ishe, kila mwezi angalau uleta wawili. Angalau hata kwa wiki ukileta moyo moja, kwa wiki mbili, mwezi wawili, watatu, wanne, na kuambia utaanza kuwa na hekima. Utaanza kuona kiwango haugeona, kwa sababu giving of souls kwa Mungu haitakuacha vile ulivyo. Siku moja nikiwa hapa Huruma nilienda nikawin souls. Nilikuwa nabeba nguo, nilikuwa nafanya kazi kama hoka. Nauza skirts za ladies. Naamua leo nasikia tu win souls. Na beba hiyo tunaweka nguo kwa bag, mimi naenda tu kwa bag nimeweka hapa nguo. Siende kuuza. Baada ya kuzunguka naenda nikihubiria watu. Siku moja nimehubiria watu kwa okoka watu wawili. Then jioni sasa ndio nakumbuka sina pesa, narudi nyumbani. Nikiwa narudi nyumbani hivyo, nikaona mtu mwingine ameniita karibu. We, goreto ngegwetha. Alikuwa Mjaruo, anaishi Mathare. Akanipeleka kwake. Aliforce mke wake wakanunua skirt 3. Nikienda tu na jia mwingine kasikia nilikuwa naguza taborogame. Ananunua 2. Nikifika nyumbani nilikuwa nimeuza skirt 7. Akasema yule alikuwa ameshinda kazi, akaniambia ameuza 2. Kulikuwa kubaya hiyo siku. Kamwambia leo sijafanya kuuza, lakini jioni tu nikikuja kwa barabara nimeuza skirt 7. Na zote zilikuwa, kwanza walikuwa wananunua bei mzuri, napata faida. Kwa sababu wakati nimevua mioyo, lazima baraka za mbingu ziwe kwako. Lazima Mungu akubariki. Hallelujah. Giving of souls. Daniel 12:3. Bwana asifiwe. Winning of souls. Kama wewe ni mwana youth, kama wewe ni mama, tafutia Mungu ni mioyo 2-3. Hizi vitu lazima tujaze.
hawa watu kila mmoja ukileta mmoja wamejaa hapa. Hii kanisa by December ianze kuingia kuwa mega church. Praise God. Kila mmoja ataenda kuwin souls. Hallelujah. Utaenda kuwin souls. Kule nyumbani watu wengine hawahitaji kizungu, wanaongea lugha ya mama yako. Enda uambie na hiyo Gikuyu, Ngai arauga atiriri ni akwendete oka kuri Jesu. Biblia inasema nidakenire riria manjirire. Riria manjirire. Nidakenire riria manjirire. Nidakenire riria manjirire. Nituthie nyumba-ini ya kwe mundu tu wetereire okwirwo ni tuthie nyumba-ini ya baba. Kitu moja tu kumwambia tu hivyo inaondoka. Kwa sababu umemwambia. Hiyo tu kumwambia kuna kitu inaondoka. Haya, nakwambia sasa hata mimi naweza okoka. Haya, hajawahi fukuka macho. Hajawahi itwa. Biblia inasema kwani watakuja bila kuitwa? Imagine tu hata kuhubiri, kuitwa. Si tunaenda crusade tunasema kujeni. Kuna wimbo waimbaji mnaimbaga ya crusade ya kuita watu. Kumwambia kujeni, jooni kwa baba. Kuita tu jooni wanakuja. Unaanza kuona walevi wamekuja. Kuitwa tu. Hata si kuhubiri kwingi. Hakuna scriptures. Daniel 12:3. Daniel 12:3. Na walio na hekima watang'aa kama mwangaza. Wale wenye hekima, sasa wale wenye hekima watang'aa kama angavu. Na wale walio na hao walio waongoza wengi kutenda mema watang'aa kama nyota milele. Ya kizungu ikasema aje? And they that be wise shall shine as the brightness of sun. Yes. And they that turn many to ashes as the star forever. Abia your neighbor, turn many. Wanaoongoza wengi kuacha dhambi waje kwa Yesu. Si kukaa tu hapa anagojea kusaidiwa. Alete mtu kwa Yesu, utaanza kusaidiwa na bingu. Lete watu wawili, lete watu watatu. Wengine hata usienda kuwin kule, ni watoto wako unawaambia omoze dauga gukuru nyumba na kuhigwa. Wengine hata mliacha watoto wakiona TV. Ni kuambia hata si kuhubiri, kuambia dauga hapa gekinya kani leo yako atakinye amenya kulia gushoka. Hiyo tu na umehubiri. Unaona tu majamaa hata kama wamekasika kwa nyumbani mwa Bwana. Akiwa tu hapo mapepo inatoka, anaanza anaokoka. Praise God. Hallelujah. Wengine hata si kuwahubiria, ni kuwa command. Hallelujah. Hebu tuone. Kwa hivyo wale ambao wanageuza wengi. Hebu tusome Isaiah 2:3. Hallelujah. Isaiah 2:3. Unaona tu wengine tu hata hiyo jamii tu umeacha. Maybe wengine watoto hao umeacha nyumbani, ni watu wakubwa wa Mungu. Isaiah 2:3. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, njooni twende juu mlimani Bwana. Yes. Nyumbani kwa Mungu wa Yakobo. Yes. Naye atatufundisha njia zake. Nasi tutakwenda katika mapito yake. Batafikisha hapo. Bwana asifiwe. Mataifa yakija katika uweponi mwa Bwana. Kama sasa nyinyi nyote mko hapa, si tunawafundisha njia za Mungu. Hata hao ukiwaleta tu hivyo watafundishwa. Na Bwana atafungua. Wengine ni mapepo, unaona hata nyumbani hakusikii. Aikuja tu kanisani hiyo pepo itakemewa, itaondoka, aanze kukusikia. Hallelujah. Wengine ni wewe tu unaweka hiyo pepo nyumbani. Mlete kanisani. Mlete atafundishwa. Tukija nyumbani mwa Bwana atafundishwa. Hallelujah. Bwana muachie hiyo. Si umemletea tu watu. Hallelujah. Kwani mtumishi wa Bwana apostle nini anaombea wiki mzima? Wakija nyumbani mwa Bwana. Hallelujah. Watasikia sauti ya Bwana. Watabadilika. Praise God. Hallelujah. Tulienda Nyeri tukihubiri crusade. Tukafanya crusade moja kubwa. Watu wakaja tukawaita John, tuna crusade, wakakuja tukaleta waimbaji, tukafanya kazi kubwa. Walipokuja baada ya mahubiri, mchungaji baada ya kuhubiri akaita altar call. Watu mamia wakatokelezea. Mama moja alitokelezea akajiunga na kanisa letu. Baada ya kujiunga na kanisa letu, hapo dia akiwa katika crusade, aliposikia sauti ya Bwana, mhubiri amehubiri, anasema bado maisha hii kama hivyo nimewaambia tunaondoka. Mama akajua gai nitaondoka, gadhi yako. Akakuja altar call. Kumbe kila mmoja kuna ile roho wa Bwana ameunenea. Akija altar call. Hapo alipookoka akaamua hii maisha naishi. Na huyu mzee wa wenyewe niliiba. Alikuwa amekamata akisaidiwa na madawa fulani. Akanyang'anya mama fulani
ambaye naye hakuwa anajielewa, akanyang'anywa mzee. Baada ya kunyang'anywa mzee, na mzee ako na cash, yeye ni askari. Na askari kwa sababu huyu mtu ako na madawa mzuri, akampenda, akaishi vizuri. Sasa katika crusade ndio mama amebadilika. Akasikia hapana. Aliporudi nyumbani akaambia mzee, leo maido madi kwenda rĩngĩ. Nie matuko marĩa ndatigia nĩ magũtungata Jehova. Na ndĩndaigua thamiri yakwa kĩnja ndingĩtungata na kĩndũ kĩa ũici. Njiguire maandĩko mathomwo nĩ ndungata ya Ngai. Atĩ nginya rĩrĩa etagwo atĩa mũndũ mũkuhĩ? Zakayo. Atĩ rĩrĩa onire Jesu auga nĩ mũgeni wake. Augire nĩ gũcokia indo ciothe. Ona ni ndauga nĩ gũcokia. Na rĩkĩa ndĩrambĩrĩria nĩwe. Ucokerere muthuri wa askari. Aliposikia hivyo akakoka bunduki. Anasikia anaweza piga mtu risasi. Unajua yeye hajataberawa. Mama akamwambia hata kama nikuniwa, wacha uniue na niende bingu. Maana nilisikia kuna watu mahali wanaendaga wakikufa wakiwa righteous. Reke niĩ ngakuwa ndĩ mũndũ mwega. No nĩ ndatũitwa rĩa gũcokia. Ũrarĩ mũndũ mwega mũno. Nĩ ũndĩhagĩra nyũmba. Unanifanyia haya yote. Lakini duniani sio mwisho. Mama akaamua kuondoka. Na akakuja akaambia apostle, unisaidie kuna uamuzi nimefanya. Na nataka Mungu anisaidie. Hata leo huyo mama ako kanisani na anafanya kazi sana. Askari aliposikia hivyo akakasirika. Akafuata mama nyuma mpaka kwa huyo apostle. Alipokuja kwa apostle akamwambia, "We, nora tomira mutumio ucio adigane godera mwendete. Ukijua vile sasa niko na depression. Na vile naumia." Akamwambia, "Nitakuua." Sasa wachungaji ndio unaona wengine wameamua watatuua. Kwa sababu ulipokuja kanisani tumekuhubiria. Ukiacha mambo mengine mtu mwingine anaanza kukufuata. Huyo askari alisema ameheti mchungaji kwa moyo wake wote. Kwa sababu gani? Huyo mahubiri yake ndio limefanya huyo mama aondoke. Mama si pastor alifanya aondoke, alisikia mahubiri. Ndio maandiko ikasema waleteni wote katika nyumba ya Bwana. Watakapokuja watafundishwa. Si ndio maandiko imesema? Rudia tena. Ati inasema nasi tutakwenda katika mapito yake. Maana katika Zayuni itatoka sheria na neno la Bwana katika Yerusalemu. Yes. Unasikia neno la Bwana kutoka? Hakuna mahali kwingine kunapatikana neno. Inasema naye atatufundisha njia zake. Naye atatufundisha njia. Tumekuja hapa tufundishwe njia za Mungu. Ndio ulikuja kanisani. Ufundishwe tu njia za Mungu. Ufundishwe tu sheria yake. Ufundishwe tu Zayuni, tunafundishwa tu sheria ya Bwana. Yes. Kanisani, kanisa zikuwe mingi kwa jina la Yesu. Amen. Na watu waendelee kuongezeka kanisani. Amen. Tuendelee kuleta watu, usiwahubirie, wewe tu walete. Walete tu. Hebu tusome sasa. Number 1 is the giving of souls. Giving of souls. Amen. Nataka nikimbia ndio ikifika saa 8. At least we have 20 minutes. Niwe nimemaliza. So tulisema ukitoa mioyo kwa Mungu, lazima utakuwa mtu mkubwa. Oh yes. The more unatoa mioyo. Ndio nimeanza kujua kwa nini Mungu alinianza kuniambia kitambo ni win souls. Nilikuwa nasikia ikiwa ndani yangu. Hiyo ku win souls ndio ilifanya madhabahu ya kwetu ingine ivujike. Kwa sababu Bwana anaona wewe ni wa faida. Biblia inasema katika wa Yohana 15, muti urio ciaraga ni aushehaga. Amen. Deliverance ingine si wewe utajipigania, ni Mungu tu. Wacha kushinda ukisema ati nimeambiwa na nabii fulani niobaye baba yetu aliye mbinguni mara 20. Hiyo no wana. Wewe tigana na huko. Ndio ka win souls. Leta watu wakue kanisani. Hubiria watu. Deliverance ingine ni Bwana atakufanyia. Praise God. Muti urio ciaraga ni aushehaga. Negetha uciare makiria. Ndĩra ũkwĩra mũtumia ũrĩa Ngai arona nĩ mũtĩ ũngĩciara. Okorwo arona akwongerere mũthuri agũteithagie. No sometimes twendaga angĩ marenda athuri nĩgetha providage. Ngai akwĩra hiyo ni umeanguka, maana I'm the provider. Ũngĩ nake arenda mũndũ amũteithagie, Mungu anasema mimi ndio nakusaidia. Sasa hauna reason ya kupeleka mbele za Bwana. Yeye yote unapeleka mbele za Bwana inaangu. Anataka umwambie mutumia wetagwo hana erire Ngai unengere kana na gakahe njike atia ucokerie. Haleluya. Ndironire nyina wa apostle witũ Ndũra alizikwa na heshima kwa sababu kuna mtoto mmoja alikuwa anaombea akapatiana kwa Bwana. Haleluya. Akiwa gucokerie nikurudishie
alipoturudishia huyo mtoto, yani yako tayari kupatiana. Biblia inasema kuanzia hapo alipewa na Mungu watoto wengine. Na kinyorori giake na Penina gigithira. Todo wake ona ndathire kuga Bwana kwa maombi ya fasting, nafunga hii huyu mama mdomo wake, nafunga miguu yake, hata ona baraka. Ati ana hiyo maombi ya kujichokesha. Chana hiyo maombi ya kujichokesha. Just serve God. Win souls. Win souls. Win souls. Leta watu kanisani. Walete. Wewe walete tu. Wafike hapa unaambia apostle mothe ndakorehera 5. Leo huje na wewe atirwo ni Ngai. Leo aria ni wewe waiguire Ngai. Waibaji waimbe, watu wafurahie, utukufu umrudie Bwana. Wawe manukato, intercessors waombe, wachungaji tuhubiri. We turn many righteousness. Nao hiyo mambo ingine achia bingu. The Bible says Mungu atatushangaza na signs and wonders. Hallelujah. Amen. Atavunja madhabahu zingine. Hallelujah. Bwana asifiwe. Yes. Hallelujah. Amen. The responsibility of every member of or any believer is to gather together with your pastor. Kazi yako ulioitiwa hapa kanisani ni ku make sure unakusanya pamoja na mchungaji. Hivyo mchungaji anakusanya, tukusanya pamoja. Hiyo ndio kazi umeitiwa. Acha na hiyo ingine. Kukusanya tu, kugather watu, kuwalete katika nyumba ya Bwana. Hapa ni Zayuni. Na Zayuni kuna kutoka sheria ya Bwana. Kuna toka njia za Bwana. Wewe tu kazi yako gather people. Leta, praise God. Hata usichukue microphone. By the way, usiwahi atachukua microphone kaa bila kuchukua. But you gather people na ukae kiti ya mwisho. Ujione sasa, leo kende yonere maondo ya madhiaga. Na kuambia utakuwa na wisdom itakutoa pale mwisho. Utasikia siku moja hata watumishi wa Bwana akikwambia roho wa Bwana alinionyesha uko pale mwisho. Nilipokuja Nairobi, hata sikutaka kujitambulisha. Kanisa ile nilikuwa nakaa pale nyuma. Pastor baada ya wiki 3 ya kuja kanisani, mwenye aliniita nilisikia ameniambia, kijana wewe umekaa pale mwisho. Ile Sunday nyingine ndio rejoin hii kanisa. Jana usiku nimeota na wewe. Kuja. Akaniza, wewe niambie unafanyaga nini? Nikaanza kumwambia. Nilikuwa naenda pale Kariobangi pande hizo nikiwa peke yangu, tulikuwa na kijana mwingine tuna win souls. Pastor ameota na mimi kule usiku. Akaambiwa na Bwana, ati usiku akaambiwa na Bwana, ni mimi nimekuletea huyo kijana, unisaidie. Sasa pastor akaniambia, niliambiwa na Mungu nikusaidie. Akaniambia sasa kuja. Kuanzia leo nimekufanya mimi ni baba yako. Akaniambia kaa hapo. Baada ya ibada akaambia secretary, ukijana umlete, akona appointment kwangu. Baada ya kutoka hapo akaniambia, kumagia leo ndio tugate Ngai. Riwe mwana wako. Nairobi ndage ya fafa. Akijia leo nyumba yako ndio kurehagira. Nini ndio kuheakiria fair. Ndikanaigwa ndiroka kesha kana mahoya. Takuwa nakupea. Akaita wale wanahesabu sadaka akamwambia kuanzia leo baada ya ibada huyu kijana apeagwe fair kutoka kurudi na kuja. Every time amekuja kanisani. Kaketi hapo. God bless you. Winning souls. Inafanya mtu hakujui ameongeleshwa na Bwana usiku. Mnajuana, kujuana ni baadaye. Abia hiyo naiba, kujuana ni baadaye. Kujuana ni baadaye. Haleluya. Kujuana ni baadaye. Wewe fanya kazi. Wewe lete watu. Wewe fanya kile Mungu anataka. Hata wachana wasijue majina yako. Sijulikane, wacha vidoido nyingi. Wewe fanyia Mungu kazi. Jehova ataongea usiku. Ataongelesha watu. Wataanza kukusaidia. Ukianza kufanya kazi ya Bwana hata radio ataongeleshwa na Bwana usiku. Aigwa Jehova amwira mutumie shiruka na muhigire nyumba rigi. Nenda kuheire nyumba. Tukana muhigire rigi. Ukifanya kazi ya Bwana, praise God. Hallelujah. Bwana anaongeaga. Kuna mtu ataongeleshwa na Bwana akuletee pesa. Ulipe school fees. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kuna watu wataongeleshwa na Bwana wakusaidie. Kuna watu wataongeleshwa walipage nyumba yako. Kuna watu wataongeleshwa wakusaidie kwa sababu na wewe kuna kitu umefanya kimeguza moyo wa Mungu. Mungu ukimguza moyo itajulikana umemguza. Hallelujah. Bwana asifiwe. Praise the name of Jesus. Amen. Luke 14:23. 20. Luke 14:20. Kuanzia sasa hapa nisaidie tuende haraka. Amen. Luke 14:20. Amen. Luke 14:20. Yes. Mwingine akasema, nimeoa mke, kwa sababu hiyo siwezi kuja. 21. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo
hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, akamwambia mtumwa wake. 22. Mtumwa akasema, Bwana, hayo uliyoyaagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Basi Bwana asifiwe. Soma tena hapo ndio 23. Bwana akamwambia mtumwa wake, sikiza hapo, toka nje uende barabarani. Hata simama tu hapo. Amekuwa akiitwa. Kuna wengine waliitwa wakuje, wakasema ameoa. Kile kilimzuia kuja ani kwa sababu ameoa. Wengine kwa sababu ya mambo tumesikia pale. Sasa lakini huyu mkubwa ilikuwa lazima nyumba ijae. Lazima ijae. Sasa hawa wanarudisha ripoti ati vile wameambiwa mambo ya kwamba haiwezekani. Anaambiwa toka, enda tena. Rudia 23. 23 nasema kwamba B, toka nje uende barabarani na mipakani, ukashurutishe waingie ndani ya nyumba. Sasa sikia hapo, ukafanya nini? Ukawasurutishe. Hebu sikia. Yule bwana akamwambia mtumishi, nenda katika barabara mudhi farafaraini na vichochoro ya hapo unakaaga vya mji, uwashurutishe. Kuwashurutisha ni kufanya nini? Kuwasukumilia. Haleluya. Ukawasurutisha watu kuingia ili nyumba yangu ijae. Ukawasurutishe. Abia hiyo neighbor, kuwasurutisha. Kuwasurutisha ni tumesema ni kufanya nini? Ya kizungu inasema aje? Hebu sikia ya kizungu hiyo 23. Compel them. Force them. Wengine hata unafaa uatishe. Noe warega goka nyumba-ini ya Ngai ni ugukua we. Ati Ngai ni guku ene Jehova arauga. Akirigwa rau egugikua ona wako mwira ogwe egugikua. Na akoragwo ni njohi hiyo ni maisha maciari. Mwambie utake muheneti ugigikua ni maisha maciari. Soma ya kizungu. Ya kizungu nasema ya kwamba Mwana na nyumba ya Ngai ihuraga. Ninyo mukoretwo muriega muno. And the Lord said unto the servant, go out in the highways. Go in the highways and hitch and compel them. And go out in the highways and hedges, vichochoro, and compel them to come in that my house may be filled. Bwana amesema akafanya nini? Kawasurutishe. Force them. Kwanzia leo tutajaza nyumba ya Mungu aje? By forcing them. By fire, by compelling them. Hallelujah. Compelling them. Wengine ni kuwaambia nitakunulia soda ukikuja kanisani. Wengine ni kuwa force. Unakuta mtu hivyo unamwambia ukikosa kuja nyumbani mwa Bwana, kwanza leo utamisi baraka, utaitafuta miaka 10. Na leo kadirika na wewe. Ndakwira ugo wanya na ngethie ni ukadirikana. Agagwetha ikora mundu wa Ngai tu kugaga ati ndima ndigukinyete hau. Force them. Praise God. Compel them. Praise God. You force people wajae nyumbani mwa Bwana. Kuwalazimisha. Apostle Adam aigiraga ati agutwika amogiki na kuhura. Ciana icio cimocie. Haru ni ndekihe kimwe hakitaka ikuja kanisani, kinapenda cartoon nini, na mwambiaga nimekupea 10 minutes. Nikifika mbele yako taonana. Nitakufugia hiyo cartoon kwa mwezi mzima. Hata hiyo TV nitaiuza. Sometimes you force them. Hata sometimes mama anakuambia unajua sijisikii, na mwambia goko gwako gutikaraga andu sande. Kwa Ngai ni kwa kuhonagirio andu. Na unatoka, sometimes unatoka ukiwa umekasirika na unafunga nyumba. Na roku nyumba, kama unataka kukaa nje mkae nje, itafunguliwa nikikuja. Na unajua mimi nakuja usiku jioni. Na funga hiyo nyumba. Praise God. Hallelujah. Wakicheza na wapatia punishment, TV inazimwa kwa mwezi mzima. Na wewe unaonaga nusu bedroom. Lakini wao hawaoni. Next Sunday ndio watakuwa nakuza atoroge tukinya na shigana. Sasa unawaona watoto wamekalia viti ya mbele kwa sababu wanajua kuna punishment. Compel them. Force them. Hallelujah. Ni kama Waislamu. Watoto wao kuenda madarasa si kwa sababu ya tafadhali. Si kwa sababu ati anajua nini asijui nini. By the way Waislamu
Na ndio unaona Waislamu wamejaa msikitini. Hata kama umeoa mke akatae kwenda msikiti, huyo una divorce, natafuta mwingine. Hati kwa kudhiaga Muislamu kijana yake aokoke na yeye ni Muislamu, anatupa na anasema anachukua mawe anaoga anakwenda mwidhaba, na hata waitaka atumeachana na ara anakuacha. Sisi ndio tunalimia shaitani. Bwana asifiwe. Sasa tukifikiria ati ni uzuri, ate aga negwa dhiru aga neje maneka na kwa dhiru wako ga Beijing yako ni ukauago wako kwe watho uria hetwo ni Jehova. Hata unaambia mke kama anakuambia namwambia gwakwa watho korago nginya gwakwa. Kama hii ndio itafanya ukasirika, kasiri inakuwa ni sheria, inakuwa ni lazima. Praise God. Maandiko imesema go out kwa vijiji vichochoro, compel them. Hii Nairobi tu compel watu kuja kwa nyumba ya Bwana. We force them. Hivyo ndivyo nyumba ya Bwana inajaga. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kuwalazimisha, kuwa force. Amen. Amen. Si unaona kuna watu unaweza leta kwa nyumba ya Bwana. Matthew 12:30. Hallelujah. Matthew 12:30. Mtaanza kucompel watu. Matthew 12:30. Ona kwe mundu ufatie kwira maitu ndaga gukuona nyumba ya Ngai nego tiga kirumi. We mugetone muciari mwiro nego tiga kirumi mutithiaga. Unakopa pesa omerda ugare ndakuigwa ndunathie sade nyumba ya Ngai nego tiga kirumi. Nego thwa mukonyo Nguruma mundu Mario kago na njohi ciake onagire pastor 18 haria. Nego tiga kiru ndikagaira mundu guku tatite Ngai wakwa. Yani tunakubali Mungu wetu adharauliwe. Sisi ndio tumedharaulisha Mungu hivi. Bwana asifiwe. Kuna watu tunafaa wengine hata wa force. That inasema mtu asiye pamoja nami. Hiyo ni Matthew Matthew 12:30. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume. Sasa wewe ukikataa kuhubiri, hebu sikia vile Bwana anakuambia. Hata wewe ukikataa kuwa na mimi, mtu yoyote hataki kuwa na mimi is against me. Mundu wothe urega kuigua watho uria hunjagia is against me. Tio tidoge thatho. Mundu ucio uregaga kuigua Ngai, he that is not with me is against me. B. Hallelujah. And he that gathereth not with me scattereth abroad. B inasema na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Sasa Mungu hujua marafiki wake hivyo. Anawajua. Hivyo ndivyo Mungu anajua marafiki. Wanaokusanya pamoja na yeye. Amen. Ni ukusanya ala kusanya, gather together. Gather together. Andu aria othe mutangi kusanya andu murehere apostle ama hunjirie. Wewe witho ya kanitha. Hau ni. Mundu ucio ni tho ya kanitha. Ona ndendete tondu Ngai witu aratwira tutware injili. Mungu si Mungu amesema hivyo. Akasema yule asiyekusanya pamoja nami. Mungu anafanya kazi ya kufanya nini? Kukusanya. Kazi ya Mungu ni kukusanya. Na yule asiyekusanya pamoja na yeye ni kinyume. Na nikio kinya shaitani aigatirwo. By the way, shaitani ti utharia kiria ku iguru. Na ni muhuruji. Na shaitani kiria kire anjiririe kuhuruja. Akioa gikundi kia raika gibugocage. Akioa hakuna dhambi nyingine shetani si miungu aliabudu huko. Kila kilifanya atupwe, alianza kutawanya kila Mungu amegadha. Akinyetia raika kwake mamugoshe nginya we mwenyewe. Jehova hakutolerate hiyo. Biblia yugaga waliteremshwa kwa kama umeme, kama radi, like lightning. Ugo nigo Ngai otogosha tukigana Ngai mwega watha. Ocio watha aikirie shaitani taihiga. Jigwage makiwa kama mawe. Bwana asifiwe. Yule asiyekusanya na mimi anatawa. Ulio shiogi kuanzia sasa utaanza kukusanya. Au ndio marafiki wa Mungu. Marafiki wa Mungu ni kukusanya. Marafiki wa Bwana au ukiona baba anakusanya na wewe kusanya. Ukiona analeta pamoja, leta pamoja. Bwana asifiwe. Hallelujah.
At he ambaye he is not gathering with me anaskata. Kwa hiyo ukiona mtu yote hareti pamoja, kazi yake inakuwa kufuku. Na let me tell you, hata kwa biashara ukiona hiyo neema hauko nayo hata kanisani ya kuleta pamoja watu, hata kwa biashara hautakuwa na profit. Baada ya muda utaipoteza. Hata maandiko inasema hivyo in the book of, sio ni Mhubiri, sikuwa nisome leo, inasemaga ati Bwana amepatia watu waovu kibarua cha kukusanya. Si ndivyo maandiko inasemaga? Wanakusanya. Baadaye anawanyaganya. Anapatia nani? Wenye haki. Kwa hiyo mahetwo wira wa kugatha indo cia thi. Icio ni wira. Mokagira rucini kuingira biashara ciao. Baadaye Mungu ndiye atawanyaganya. Ile siku utasikia mtu amekwambia nimekuja kununua gari ya mchungaji. Nilisikia big ni kunyaganywa na nyaganywa na Mungu. Ni kunyaganywa. Bwana asifiwe. Wengine Mungu atakunyaganya pesa kama umtumiki. Kwa sababu anaona kanisa linahitaji. Maandiko imesema asiyekusanya na mimi anatawa. Hallelujah. Kwa hiyo that's a principle. Ya kwamba Mungu anataka watu wanakusanya pamoja naye. Unajua njia za baba, unaanza kukusanya na yeye. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Every serious Christian is a winner of souls. Kila serious believer unajulikana wewe, you are very serious the way you win souls. Vile unafanya kazi ya Bwana, hiyo ndio inaonyesha seriousness yako. Seriousness yako ni vile unaletea Mungu watu, vile unafanya kazi, winning souls. Hallelujah. Because of our time nikimbie. Dimension number 2. Hiyo ingine wacha sitasoma, nilikuwa nataka kusoma ingine. Acha nisome hii nilikuwa nimeandika. Nikasema kwamba the best gift you can give to your pastor is another soul. The best gift. The best gift. Sio milioni moja. Another soul. Kulete kwa Mungu. By the way, wengi wetu hata ulize apostle, pesa hata kule duniani alikuwa nazo. Wengine hata tulikuwa tunafanya biashara kubwa kubwa. Kwa nini Mungu akaamua uachane na hiyo biashara ilikuwa inakuletea pesa, akuokoe, umletee watu? Umletee watu. Ndio naona watu wengine kwa sababu alikatalia kwa biashara, Mungu kwanza akazifanya. Alikuwa anaona dhamana ya souls. Kwa nini akazima kwa biashara? Bwana asifiwe. Hallelujah. Wakati Mungu alitoa Nairobi, nikaenda kule nyumbani. Nilifikiria juu niko na gari nifanye taxi. Na huko nilikuwa nafanya biashara, ndio nimenunua gari, nimefanya mambo mengi. Wakati nilifika huko siku moja nikibeba watu, Mungu akaniambia, siku kutoa Nairobi ukafanya biashara hapa, nilikuitia uhubiri. Kaniambia usipofanya kile na kuambia hata gari nitaondoa. Ndio niliwaambia siku moja, niliuliza Mungu shanasha kwa ile yake. Kaniambia hiyo tutadili nayo baadaye. Baada ya muda kidogo dakika yangu kamebingilika. Nimekuwa right off na mimi niko salama. Sasa Bwana akaniambia bado utahubiri au unaonaje? Nikamwambia unaendelea kila gothi kuhujia. Na saa hizo nilikuwa vile ilibingilika hata shingo haiko inapenduka. Sasa nilikuwa nahubiri Sunday. Nikitaka kugeuka pale sasa nageuka. Jehova arauga no turathie kwake. Shingo haibadiliki. Lakini bado nahubiri. Jehova akiwapigia sema leo ni hau. Tuthie na mbele. Gigono ile hona baadaye. Itapona baadaye tukiendelea na inji. Rushana na ile akaitiriaga. Praise God. The best gift unawezaletea huyu mtumishi wa Bwana ni another soul. Another believer. Acha nikuambie, compelling them vile tulisoma, hata wengine watoe kwa kanisa zingine. Compel them. Waambie gwito ni kuoko wega. Gwito ni kuo Ngai aceraga. Kwaje mothe sade. Au makuona araika. Kwaje ngona Ngai na araika. Ngona nginya Ibrahimu na Isaka. Aligoka sade wanane ukamona mari uguo. Ago kasade agakwira jikare hakuye na ukanyonia. Kwaje ndira kuona Ibrahimu. Aikara hali ona Ibrahimu kamwira, "We ndurona." Akwira ndanona kindu kamwe nikio Ngai arenda gukuhingura maitho ma kiroho. Tondu aikondo namuona na negue kuonekanaga. Wewe na brightness. Hiyo ndio itago spiritual brightness. You are suffering from spiritual brightness. Shara na idhui. Wana ndio kuhinguka maitho. Bwana asifiwe. Hallelujah. Sasa dimension number 2.
hata wacha niseme hii kwa sababu itasaidia. The first service to help your church is to gather people. Yeyote hata kama ni muimbaji, make sure uimbaji wako una gather people. Make sure huduma ile na hudumu ni ya kugather people. Hiyo ndio huduma ya kwanza. Kila moja akiingia kanisa, make sure you gather people. Praise God. Dimension number 2 ya pili, sasa tuende haraka. Tafadhali tu, muda wetu najua umeisha. Tupatie tu dakika kidogo tu nimalishe. Number 2, sasa hii nitasoma haraka haraka. Another dimension is giving time. Uchukue muda wako. Praise God. Kuchukua muda wako unapatia Bwana. Hallelujah. Number 1 was giving souls. Now is giving your time. Kama sasa vile si ya kwamba hamna kazi za kufanya. Pana. Bwana anataka umpatie muda wako. Hallelujah. Alikuita umletee muda wako. Hebu tuone kwa maandiko. Hebu tusomewe kitabu cha Isaiah 40:29. 40:29. Usome tu hapo mpaka 31. Haraka haraka. Isaiah 40 verse 29. Huwapa nguvu wazimiao, humuongeza nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataaguka. Bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kama kwa mabawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda mwendo kwa miguu. Amen. Amen. Kiona kizungu hapa 29 nasema he giveth power to the faint, and to them that have no might he increases strength. Wakati utaleta watu kwa Bwana, when you give your time to God, unakuwa available kwa mambo ya Mungu. Kile Mungu atafanya kwako, turudishie tu hiyo scripture. Kile Mungu atafanya kwako, he will give you power. Ndio tunaona hata Yesu alipokuwa anabariki mitume, aliwapatia nguvu. He giveth power. Power ile tunahitaji ya kucommand mambo. Utakapokuwa available kwa mambo ya Mungu, the more unakuwa available, you will receive power. Hallelujah. To the faint, wote ambao mmekuwa faint, kuna mambo huwezi kufanya vizuri. Katika uwepo wa Bwana, when you give your time, unakuwa available kwa Mungu. Anataka uwe available hivi, akufanye uongezeke power. And to them that have no might, he increases strength. Naona? Unaona vile Mungu anafanya? When you are available, kuna vitu Bwana anaweka kwako. Hallelujah. Hebu hiyo nyingine nikasema aje 30 haraka haraka tu. 30 some 30 and that one. Soma tu yako. Even youths hata youths wakuja nyumbani mwa Bwana and be weary. Bwana asifiwe. Vile wako na depression na mambo mengi wanakuwa weary, wakija wawe available kwa Mungu, kuna kitu kitafanyika. Utafanywa nini? Pastor? And the young men shall be utterly full. 31. Tusipo leta vijana wetu kwa nyumba ya Bwana, haleluya, Bwana asifiwe, watafaint. Ndio unaona wanapata depression, wanajitoa uhai, wanajiua. Kuna kitu wanahitaji Bwana awapatie. Verse 31 inasema, but they that wait upon the Lord, you are waiting upon the Lord. Yes. Tunakukecheweresha hapa, tunaendelea kukuweka katika kanisa. Them that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. Unaanza kuona wameanza kuinuka. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Watu wale wanakuwa available kwa Mungu. They will never faint. Nikionaga watu wakiwa na depression, wewe hauna depression kwa sababu unatiaga nguvu. Wale kama ulikuja katika nyumba ya Bwana ukiwa na mambo mengi imekusumbua, Bwana anakuja. Ni kama imagine Job amefika mahali amejanganywa kila kitu, lakini bado ako na nguvu ya kusimama. Hata anasimama kwa sababu kuna neno linaongea ndani yake. Alitiwa nguvu, linamwambia niyo na doketa itari. Ona kile ndina keno wewe uhe. Eto ale akere rogosho. Si hiyo ni scripture. Si ni maandiko. Ako na nguvu. Ndio unaonaga watu wale wako na Mungu. Wale the more wamekaa kwa uwepo wa Bwana, hawafaint. Unakuta unaenda hospitali, unakuta mtu umeenda kuona ndiye anakutia nguvu. Unakuta mtu yule mgonjwa ndiye anakutia nguvu.
Unakuta yule maskini, si unaona hata wengine maskini ndiye anahubiri crusade, ndiye anahubiri injili kwa sababu ako na nguvu nyingi sana. Bwana asifiwe. Them that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. The walks of life, you'll never faint. Tell your neighbor, you'll never faint. In Jesus' name, you'll never faint. Your business will never faint. Kwa sababu utapewa nguvu za kuenda katika anga zingine. Unatembelea viwango vingine. Kwa sababu wakati ulikuwa available, muda wako ukapatia Bwana. Ukiambiwa kuna deliverance service, wewe kuja. Ukiambiwa kuna ibada ya asubuhi, wewe kuja. Hivyo utatiwa nguvu. Utapata mabawa. Haleluya. Mahali shetani anasema utaangamia, hapo ndio utasimama. Praise the name of Jesus. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Are you blessed? Hebu tusomee Luke 24:9. Amen. Najaribu kukimbia tumalize. Nimebakisha point kama 3-4. By then nimebakisha maandiko 2-3 tumalize. Amen. Luke 24:9. Imepatiana pale? Amen. Will you be available for the things of God? Utatiwa nguvu. Hallelujah. Utapiganiwa. Look, yeah. And return from the hiyo jina soma. And told all these, hebu soma ya Kiswahili. Soma ya Kiswahili. 24. Wakarudi kutoka kaburini, wakawapa mitume wale 11 na wafuasi wengine habari za mambo hayo yote. Twende haraka. Kuna mahali nataka tufike 31. Hebu tuendelee kidogo. Hao waliotoa habari hizo kwa mitume ni Maria Magdalini, Yohana, Maria wana wa Yakobo pamoja na wanawake wengine walioandamana nao. Unaona vile wako pamoja. Sasa enda hiyo ingine. Mitume waliyachukua maneno hayo kama yasiyo ya msingi, hivyo hawakuamini. Enda hiyo ingine. Lakini Petro alitoka akaenda bio hadi kaburini. Alipoinama kuchungulia ndani, akaiona tu ile sanda, akarudi nyumbani huko akiwa anashangaa juu ya hayo yaliyotokea. Yaani nataka kukuambia kwamba wale walikuwa wamekaa, walitari katika uwepo. Hata mambo haya yote ikitokea walijionea. Yaani kuna mambo ya mbinguni wakati iko katika uwepo wa Bwana. Kuna vitu Mungu anafanya. Kuna baraka zinaachiliwa. Kuna vitu vingine watu wanasikia kama hadithi, wewe utakuwa nayo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. When you give your time to God, you grow spiritually. Hallelujah. You grow spiritually. Nimaliza ya mwisho ndio hii. That dimension is financial giving. Financial giving. Nilikuwa nitasoma, nisema 3. Hallelujah. Just 2 scriptures tumalize. Nimemaliza 3 dimensions za church growth. Amen. Ecclesiastes Mhubiri 7:12. Tusomee sasa Mhubiri. Nisome 2 scripture 2 tutoke sasa. Are you blessed? Amen. 7:12. Sasa tuone dimension number 2. Ya kwanza tulianza na kupatiana souls. Ya pili time. Ya tatu sasa finance. Sasa hii ndio ile ya kutoa pesa. Maana hekima ni ulinzi. Kama vile fedha ilivyo ulinzi na ubora wa maarifa. Amen. Hebu sikia vile maandiko inasema. Sasa wakati ambapo pia tuko available kwa Mungu, dimension number 3 ni financial giving. Ni vizuri kutoa pesa kanisani na kutoa pesa vizuri. Maandiko imesema ya kwamba ati kama vile hekima inakuwa mlinzi. Haleluya. Pesa is a weapon. Hebu soma ya kizungu hiyo usikie vile inasemaga. Money is a weapon. Kanisa likikuwa maskini pia kuna mahali halitaenda. For the wisdom is the defense. Wisdom is a defense. And money is a defense. But the excellency of Money is a defense. Zingine ukisoma version zingine, thank you man of God. Version zingine zinasema money is a weapon. Kanisa likiwa tajiri itakuwa na silaha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hata pesa tuleta pia kanisani. Baada ya Mungu kututendea mambo haya yote, atatutajirisha, ametunoa, amefanya mambo makubwa.
na sisi tukubali pia kuachilia pesa pia kanisani, na tuachilie kwa unono. Haleluya. Hebu soma sasa hiyo 10:19. Amen. Hiyo tunamaliza 10:19. Hiyo tu, Mhubiri 10:19 usikie. Kwa hivyo pia ulete pesa kanisani. Na hii ndio watu wamekuwa kifikiria ndio zaidi. Unaleta kufikiria mambo tu ya pesa. Umeona kuna giving time, kuna giving of souls. 19. Inasema kwamba karamu hufanywa kwa ajili ya kicheko. Na divai huyafurahisha maisha. Na fedha huleta jawabu ya mambo yote. Bwana asifiwe. Sasa pesa pia lina jawabu. Money answers to all. Sasa kanisa pia tulete pesa. Kila mmoja make sure unaleta ile sadaka, fungu. Mungu akikubariki lete fungu. Kwa nini Mungu anabariki watu? Anabariki washirika. Ndio kanisa pia lipewe nguvu fulani. Ndio tuende tukahubiri makrusade, kuhubiri kwa ma TV, kuhubiri kila mahali. Because money is a weapon. Hallelujah. Ikishikwa na mtu mwenye hekima atanunua speaker kama hizi. Si unaona kama hii kanisa venye imepangwa? Hivi kanisa unaona hiyo kanisa umekalia ni pesa. Hii kanisa mkiacha kutoa sadaka nzuri ingekuwa na viti ile ya nini? Hata acha za plastic, hata plastic ni afadhali. Tutakuja tutengeneza form hapa. Na tukikosa pesa hata hii kanisa tutatoka hapa tuende kule kwa barabara. Na ndio unaonaga wale wanasema ya kwamba pesa, Mungu hahitaji pesa, Borina ngombe de kwenda wanahubiria huko kwa vichochoro. Kwa todo matiko na Borina. Mungu anahitaji tulete pesa pia. Akikubali, ndio unaona Mungu akikufungulia mlango unashika milioni 1. Ndio ulete kanisani tithe. The more utaleta ndio kanisa linapambwa hivi. Hivi unaona kanisa hili ni pesa. Screen kama hizi ni pesa. Kila kitu, hata hii microphone nzuri ni pesa. Ndio ukikosa kuleta pesa vizuri, watu wakose giving money. Tutakuwa tunahubiri na zile microphone kanga ukifanya hivi. Ni mrajigua. Bwana asifiwe. Now, ya mwisho sasa ndio tusimame. Luke 8:2. Hii tutasoma tukiwa tumesimama. Luke 8:2. Bwana asifiwe. Tutaleta fungu ya Bwana kamili. Tutaleta sadaka. Haleluya. Tutaleta mioyo. Tutakuwa available kwa mambo ya Bwana. Luke 8:2. Amen. Kitabu cha Luke 8 mstari wa 2. Na wanawake kadhaa wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwaye Magdalena aliyekuwa na pepo 7. Sasa sikiza, huyu Maria alitoka na pepo wakati alikuwa available na akapatia Mungu nafasi yake. Sasa alikuwa na pepo, alikuwa anajua kuna pepo 7. Imagine alikuwa na pepo ngapi? 7. Sasa katika uweponi mwa Bwana akawa delivered. Baada ya kuwa delivered, sasa sikia, huyo Maria alikuwa ametoka na pepo, kuna kitu alifanya. Na Yohana mkwewe Musa wakili wa Herode na Susana na wengine wengi walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Walikuwa wakimhudumia. Hata fikisha hapo. And Joanna, the wife of Chusa, Herod steward, familia ya Herode, unaona kutokea mtu ana wakati waliitwa akakuja. Herod steward alikuwa mfanyikazi mwangalizi katika nyumba ya Herode. And Susanna and many others, sema many others, which ministered unto him of their substance. Substance nini? Wakamhudumia. Kuna huduma ya kuhudumia na pesa. Hawa ni watu wamekuwa delivered. Wakatolewa na Bwana kule walitolewa. Hawakuja mikono mitupu. Praise God. Baada ya Bwana kuwa deliver na kuwafungua kule walikuwa, they came unto apostle. Sasa ni wakati wa Jesus, and they served Jesus with their substance. Wakamhudumia. Ambia huyo neighbor, hata pia tunahitaji tuhudumie kwa pesa. Wahudumie. Let me tell you, unaona huyu apostle wako hapa? Watu wengi apostle, washirika wengi wanafikiria kile pastor anahitaji ni maombi mingi. Rika, mashaka, daba. Amezungukwa na kuna pepo 7, kuna pepo fulani. Ajana, hiyo yote hata Mungu alikuwa ameiepuka akikuja kumuita. Mtumishi wa Bwana kwa sababu already ameitwa. Mtumishi wa Bwana hata kona inikiria. Laini iko clear?
Si amesikia Mungu. Kile anahitaji ni umhudumie pia. In fact, gift ile unaweza pea, the best gift you can give to a man of God ni hata umletee your substance. Baada ya Mungu kufanyia muujiza, maana hata chondo imekuja. Sasa hii ndio inamaanisha kama mmekuwa mkichukua muda wenu vizuri na Bwana, hii chondo iletewe fungu, iletewe fast fruit, iletewe aina zote. Tumishi wa Bwana akipokea, naye atajua kile anafaa kufanya. Haleluya. Bwana asifiwe. Ati akina Suzana, akina Mary Magdalene wakahudumia Yesu na pesa. Kwani Yesu ni mwana wa Mungu, hako na pesa? Wanaachiliwa mlango ndio wabarikiwe. Giving of your substance. Kulete money. Pesa zinajibu mambo yote. Money is a weapon. Pia ulete kanisani. Kanisa lisikuwe maskini. Haleluya. Kwa hivyo lazima tufanye biashara, lazima tufanye kazi na tulete utajiri kwa Mungu. Praise the name of Jesus. Haleluya. Nataka tuite mtumishi wa Bwana sasa atuombee. Mambo matatu usiwahi sahau. Usiwahi sahau haya. Any church to grow needs giving of souls. Giving of your time. Ndio upewe power na vitu zingine utajiri. Then serve God with your substance. Weka makofi yako pamoja, tukaribisha mtumishi wa Bwana atuombee in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mumefundishwa leo? Mumefundishika? Kuna kitu mumeelewa? Mutafanya hivyo? Ama ni mbuzi imepigiwa gitaa? Yeah? Si mbuzi tumepigia gitaa? Tumesikia neno about the principles on how to build a church and how to grow what? The church. Ni wangapi watakushirikiana na sisi kukuza kanisa hili kuwe vizuri? Watu unajua inside yourself you are an evangelist. Inside yourself you are an evangelist. Ndio mkono wako juu. Wewe ndani yako nasikia you are a soul winner. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Sami, unaona hii ndio kasi uliitiwa hapa. Kutoka kesho, I think nilikupasha habari. Kutoka kesho akina Doro kasi na wengine hapa, kama hakuna watu wanaogoseka muhame, because nimewapatia vyombo, nimewapatia microphone, mko na gitaa, mko na keyboard, na mnakaa tu hapa mkingangania position hapa. So if you know you are an evangelist, mshirikiane pamoja, mkae hapa je baada ya service, ndio tuchukue namba yenu na maneno yenu, ndio tuanze officially from this week. Bwana Yesu asifiwe sana. So that we can do what? Officially launch a soul winning process. Because nyinyi nimewahubiria nyinyi yote mpaka mkakuja. Tumeenda Kibera, tumeenda everywhere doing that. I have been doing this alone. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I know you've been taught na tutafanya hivyo as a team. For the next service ambayo tutakuwa nayo ni ya breaking the curse of what? Because now you have been liberated. Mumielezewa. Now I can be able to conduct a service on breaking the curse of the soil. So that when you go out there, you'll go and make it and you're going to be blessed. Kwa hivyo we are going to have another service kutoka saa 10 kamili. Nitawapatia muda mtembee kidogo, alafu mkuje saa 10 kamili. We do discuss. Kuna mambo mengi tutakuwa nayo jioni. Sitawafundisha sana, lakini taguzaguza kidogo ndio tuweze kusikua na hiyo service. Tuvuje nini inaitwa nini? The curse of the soil. The curse of the soil mami reteko doraoru ndeuga kirumi gya tiri. Turari ohoro wa kirumi gya tiri, na no nginya tufuje kirumi gya tiri. Ayenangwa ulikuja? Habari yako? Habari ya Meru? Wow, karibu sana. Keti tuwe, keti wewe ni mzee. Keti. Huyu ni babangu kutoka Meru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wale watu wanaitwa Mau. Wale walipigania uhuru wa nchi yetu. This is one of the generals, Mau generals who fought for the freedom. Sikuwa najua baba uko hapa. Pole sana. Sikuwa najua. Pokeeni salamu za watu wa Turkana. Simuninulia hapa.
wanawaona, nimewaambia wakuje waangalie, watasame, wanawaangalia. Inua mkono mzuri kama hamuna wivu, kiwaru. Na watu wa huko wamewashida. Nyinyi wamewazaa, lakini kule wamenunua shamba. Nilikuwa huko, nimecommission, nimenunua chuma, kanisa imeanza kujengwa. We have 2 acres there. Lodwar town. Na tukaenda kwingine kunaitwa Kakuma, tukaenda kwingine kunaitwa Lokchogyo, tukatoka hapo tukaenda mpaka Juba, Sudan. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka wakanipeleka mahali the story of Exodus started. Huyu mzee anajua, huyu mzee. Ukimuuliza atakwambia wale hiyo story tunabia kwa Exodus ya kuzunguka mahali ilianzia. Huyu mzee ndio alikuwa kwanza kunipatia hiyo story. But we are going to teach you about that, na tutaenda. Wale watataka tutaenda baka huko. Tuanze mahali kunaitwa ile Kalichaberi Kaboti. Inaitwa Kalichaberi? Barenes Kalichaberi. Kadesh where walizunguka ile milima walikuwa nazunguka. Iko huko kwa kina hawa mzee. Kumbe history yote ni ya Kenya. Na huko tunapelekwa huko Israeli, kwa sababu nilienda Israeli kuangalia. Si kupata hiyo milima ananiambia, lakini nikakuja nikapata milima yote, everything iko padi hiyo yote. Baka mahali the first man mfupa, the oldest mahali ilipatikana, nikaenda baka hapo. Nikaona hapa kuna Mungu mwingi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kazi ni kwenu. Mumefundishwa, kila mtu amefundishwa. Sitarudia hiyo. Sasa wewe fanya kazi, ukiona unataka ufanye, na ukiona utaki uachie wengine wafanye. Hii ni ile kanisa ibebelesaki sana. Ni kanisa inakuwaka na majeuri. Lakini ni jeuri kwa sababu tunajua the God we serve. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo we are going to have that service much later. Saa 10 kamili ndio tunaanza hiyo service. Itakuwa very short, 45 minutes tutakuwa tumemaliza. Maana ni kuvunja hiyo kasi na kumaliza hiyo maneno, na kutoka leo muanze kuwa matajiri, dunia iwakubali, kila kitu ikubali, na kila mahali utaenda ukubalike. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa fanyeni hivi. Si mnajua hiyo gini imebaki. Ni nini? Sika sadaka. Kama ulikuwa umekuja kamia, unakuja hapo, kama unafuga macho kuweka parudisha kwa mfuko, toa pesa mingi, lete pesa hapa. Leteni. Si tuanze waimbi, wafungi. Mnaitanga wafungi. Si mwanze kufunga. Wewe anzisha. Mtu wa keyboard ndio uanzisha, wanafuata. Sio ndio unafaa kuongoza watu. Si ndio maana inawekwa hapa, unaweka nyimbo hapa. Sasa unawaongoza. Leteni sadaka. Haya. Kwani mumeanza Matuma na pesa yako haya. Jesus.
mikono yako, niombee sadaka zako. Mungu muumba mbingu na dunia, wewe ndiye Mungu ambaye tunakuabudu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Hakuna Mungu katika mbingu na hata hapa duniani. Wewe tu ndio Mungu. Wewe ndio muumbaji wa milima, mabonde, miti, wanyama na kila kitu kilicho katika dunia hii. Kuinulia sadaka hii, ukaweze kuikubali kama sadaka ya kuteketezwa. Tunapoenda nyumbani kwetu, ukaweze kutuongoza zaidi, kutubariki zaidi. Naomba kwa ajili ya kazi zetu, maana ulisema utabariki kazi ya mikono yetu. Na utabariki kazi zote ambazo tutazifanya kupitia kwa mikono yetu. Ukatubariki. Na ukawabariki walio ambao wamefaulu kutoa, na wale ambao hawana cha kutoa, uwakumbuke kwa njia ya kipekee. Ukawabariki, ukawafanikishe katika malengo yao. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Sasa twende kigosho sasa. Nataka twende kigosho.